masut negi komanda jwe lago. Higher. 1, 2. All right. Higher. Hey, hey. Mr. Israel. Oh, yes. Higher wanaofuata ni Kikuyu traditional team. Asanteni sana. Thank you very much. Thank you. God bless you. Ngiberu rock. Asante sana Lenguche. Bado tutaendelea na kuendelea. Sasa wakati waheshimiwa wetu pamoja na waimbaji wetu wanashuka taratibu, tuko na Agikuyu traditional dancers. Agikuyu traditional dancers. Agikuyu adoanyoba. Adoanyoba wako ndani. Adoanyoba meguko, lakini kuna tangazo moja. Kuna gari KCZ. Kuna gari KCZ ambayo iko hapo. Tafadhali nataka tuondoe hilo gari KCZ. Kuna gari KCZ ambalo liko hapo. Tafadhali egesha gari pazuri. KCZ gari ambayo iko hapa, tafadhali egeza hiyo gari vizuri. Thank you very much. Asante. Lewa Agikuyu mutioge okai na guko. Mutika aishai. Aya DJ. Lakini wako tupatie wimbo DJ. Capacity wachache tu. Agikuyu team tafadhali DJ. DJ kwa sababu ya time DJ. Oh, amana wimbo. Thank you very much. Order of protocol.
semani negote kekere oi Asante sana. Asante sana timu ya Gikuyu. Wapi makofi yao? Wapi makofi? Asante sana. Morathimwo na wega biũ mũthie wega mũthigati kũndũ mũikare haha tondũ nĩ tũrenda gũkena biũ ithĩ tiguo na mũrathimwo mũtindĩke ũguo reke tũtindĩke. Haya, very good. Wacha sasa wakati tunaendelea kwa sababu ya mwaliko rasmi hapa Kapseret, nataka nimpe mzee mmoja wa hapa nyumbani. Huyu alikuwa former councillor David Arap Sato, aje hapa atukaribishe. Wale wasanii wote tafadhali mtulie tu, tunaendelea. Lakini sasa makaribisho hapa, nataka nimpe mzee wa heshima hapa ambaye hapo awali alikuwa councillor wetu, atukaribishe rasmi hapa nyumbani. Karibu sana, tupige makofi. Let's appreciate, tupige makofi. Angeni angoga titi tokana bi paragole wakana bi parago giroko tukul kabisa. Kila moja economic empowerment, kila moja. This is economic in amniko nyongon kule. Shikilia hapo chini, nataka tutwange makofi moja. Aja weka Maname aja mingu nditiri iko shida mali wanabo equalize nyo mnakasirika jamani, nyosha juu kabisa, juu kabisa. Economic empowerment, weka maua angusha. That's better. Karibu. Mheshimiwa wetu Bwana Oscar Sudi, waheshimiwa ambao wameandamana nao, waheshimiwa makansalas, wageni wote ambao wameandamana na mheshimiwa wetu, vijana wa mama na wasee, hamjambo? Wana Kapseret hamjambo? Hamjambo tena? Basi mheshimiwa, tunashukuru na tunakawakaribisha wananchi wote ambaye wamechumuika nasi katika hii harambee ambaye mheshimiwa wetu ameandaa kabisa, ambaye sisi sote tumekuja kuona kwamba tutafanya namna gani kwa watoto wetu, vijana wetu, wa mama na kila mtu ambaye ako Kapseret. Mheshimiwa ngalega si mheshimiwa nita niko ngale kabisa chekimwae kabisa kile number 1 as ngale mheshimiwa, na tunakuunga mkono imite kwenu ninyonet ko hitagat akejamin mheshimiwa mbaishe nekaran neuni nekaipchi lagok kyok, kaipchi chepyosok, kaipchi chi age tugul netindoi in kurubishek. Kwa hivyo otokotin biik tugul, wale watu wote kutoka Langas, kutoka Ngeria, kutoka Simat, kutoka pale Chepkatet, mnakaribishwa katika area hii, na wageni wote kutoka outside ya constituency yetu ya Kapseret. Kwa hivyo sina mengi, tunasema tuendelee na sherehe yetu yenye imeonekana kabisa itafana. Mungu awabariki. Aya, tunaomba wale wanasimamia hizo vituo, kama ni magari, kama zile za chips, kama ni bodaboda, ebu muende mahali pale, wale wanasimamia mukae pale mahali hizo vitu ziko. Kuna watu ambao walikuwa tayari wamesajiliwa wasimamie zile vitu. We are ready. Kwanza kabisa, yes, Mr. Israel Arab Kemei ogere bojwere nita nigitene golebe kimitiringu a young man. Thank you Mr. Young man. All right. Watu wa Kapseret nataka tuone kwa mikono wangapi wamefurahi siku ya leo. Wacha tuone kwa mikono, wacha tuone kwa mikono. Weka juu kabisa. Yule ambaye hajainua mkono lazima mkono iko kwa mfuko ya mtu. Kuna kasoro mali Wacha tuone kabisa mikono kutoka kule mwisho, wale ambao wamefurahi. Shikilia juu kabisa. Kapseret oye! Kapseret oye! Iyo mkono juu. Wacha nione kabisa mikono. Shikilia juu kabisa, shikilia juu kabisa. Peperusha kidogo. Thank you very much. Asante sana. Sasa hakuna chochote tunaweza fanya kabla hatujaenda mbele ya Mwenyezi Mungu. We want to thank God for bringing us this far, and I want to welcome Reverend Nganga ambaye yuko hapa, aje hapa tulishe kwa kiroho kabla sasa tujelekea kule ili tupate maombi. And Jose uko tayari? Reverend Dr. Nganga yuko hapa na sisi. AIC Pioneer. AIC Pioneer. The man of God is coming. Tumpigie makofi. Let's appreciate. Karibu man of God. Tumpigie makofi Reverend wetu. Asante sana daktari. Karibu sana. Welcome. Asante sana MC. Basi naomba
Mniruhusu nijishirikishe na itifaki zote ambazo zimezingatiwa. Mwenyeji wetu Mheshimiwa Oscar Sudi pamoja na viongozi wote. Alafu mnipe ruhusa nisome mstari mmoja katika Biblia. Alafu baada ya hapo tutakuwa na nafasi ya kuomba na kubariki vyombo hivi ambavyo vimeletwa mbele yetu kwa ajili ya empowerment. Kwa hivyo kila mmoja wenu, kuanzia mkubwa hata mdogo, heshima yenu. Ninasoma Mithali 13 mstari wa 22. Mstari wa 20, Proverbs 13 verse 22, samahani. Proverbs 13 verse 22 inasema, mtu mwema huwaachia wana wa wanawe urithi, na mali ya mkosaji huwa akiba ya mwenye haki. Kiingereza kinasema, a benevolent person leaves an inheritance for his grandchildren, but the wealth of the sinners is stored for the righteous. Kwa njia nyingine inasema neno la Mungu kwamba mtu ambaye ni mzuri, mtu ambaye ana roho safi, mtu ambaye ana mpango mzuri, yeye huwaachia watoto wa watoto wake urithi. Na ningependa mstari huo uwe msingi utakao tuongoza katika hafla ya siku ya leo. Tukumbushane kwamba wewe unayoketi pale, mimi nimesimama mbele yenu, neno la Mungu linatufundisha kwamba mtu ambaye ni mwema anafanya kazi akiwa amelenga kuwaachia urithi watoto wa watoto wake. Na ndio wewe na mimi tuweze kufikia hiyo ndoto, unahitaji kuwa na mtu ambaye anakuwezesha kufanya hivyo. Kwa sababu maisha haya hauwezi peke yako. Unaweza kuwa unaota ndoto ya kusema, Mungu unijalie nifanye kazi kwa mikono yangu, ili hatimaye nitakapokuwa sipo tena niweze kuwaachia urithi watoto wa watoto wangu. Na ndio wewe uweze kufaulu na mimi niweze kufaulu, unahitaji mtu wa kukuwezesha kufanya hivyo. Na ndio sababu siku ya leo Mungu ametupea nafasi na neema kupitia kwa kiongozi wetu Mheshimiwa Oscar Sudi na marafiki zake kutupatia empowerment, ili siku moja wewe uweze pia kuwaachia watoto wa watoto wako urithi. Na unapofanya hivyo, ni vizuri kuwaombea viongozi wetu. Na hasa Mheshimiwa Sudi, nilimwambia asubuhi kama ingewezekana angenipea akili yake kwa wiki moja nitumie, lakini nikamwambia moyo inaweza kuwa ngumu kunipea, lakini labda nipe tu akili nitumie wiki moja alafu nimrudishie, kwa sababu Mungu amempea neema ya kupanga mambo. Na kwa hivyo kupitia program hii, pigeni makofi vizuri, kumbe mnanisikia vizuri, asanteni sana. Na mumwambia anipatie hiyo akili kidogo nitumie wiki moja nimrudishie, niendelee na yangu ya kawaida. Kwa hivyo wewe ndio utajwe kuwa mtu mzuri. Kumbuka kwamba mtu mwema huachia urithi watoto wa watoto wake. Na ndio uweze kutimiza hilo, you need some empowerment. Na program kama hii itakuwezesha kutimiza ndoto hiyo. Mungu awabariki. Sasa kwa sababu tuna vyombo hivi ambavyo ni baraka kubwa vitakavyowezesha mtu binafsi na vikundi kuweza kujijenga kiwango cha kuachia watoto wa watoto wetu urithi, ningependa tuwe na nafasi ya kuviombea na kuvibariki vifanye kazi mzuri. Na kwa sababu hiyo nitaomba tu kwa heshima viongozi wachache, tutatembea mpaka pale kwa niaba yetu sote. Wengine mtabakia kuketi, alafu tuweke tu mikono, tuombee baraka hivi vitu, ili vitakapofika kwa mikono yako vitaweza kuwa vya baraka kwako. Naomba kwa heshima Mheshimiwa tutembee polepole. Wale wengine mnaweza kubaki tu, tusiende wote. Na wachungaji tafadhali njoni, alafu tuweze kuombea na kubariki hivi vyombo. Sasa Jose tafadhali nyimbo ya kuwasindikiza viongozi wetu na timu yako. Naomba timu yote ya umeselect kiasi. Tutakuwa na viongozi wachache ili sisi pia wananchi tuweze kutazama yale mambo yanaendelea. Ukitazama kutoka kule kuna magari, kuna vyombo, kuna pikipiki, kuna tank, kuna zile ambazo
tinga za kusaga mahindi, kuna pia chaff cutters, kuna nini, kuna computers. Chip ting ting kwa hapo. Thank you so much. God bless you so much. Inafika? Kwa asante. Signal. Check. Sisi wengine tutatazama tu kwa screens, maana I hope wameweka ile picha ya kutazama kwa screen. Kasi. Kabidhi Mungu, na ukimkabidhi Mungu zako hizi rangi hizi yetu hii futa Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Amen. Asante. Wananchi, wapi makofi? Wapi makofi ya baraka ya Mwenyezi Mungu ambayo imekuja kwa mikono yetu siku ya leo? Nakafsireti, wapi makofi? Tuendelee kupiga makofi kabisa vizuri. Hapo sasa. Jose aje hapa juu wakati viongozi wetu wanarudi. Tafadhali. Natumai DJ, are you ready? Jose. Oh yes. Challenge master. Sasa. Ay. Chebalembus. Chebalembus. Ni comment. Chamune. Simame juu kidogo, tusimame juu kidogo. Kila moja simame. Haya. Atorwa. Matagasi murejano. Enga chorwa. Twende kasi. Chewa Sudi. Aham. Enga chorwa. Chamune. Chamu. Ala. Twende kasi. Chamune. Cheru kwengo. Wapi makofi jamani? Orabacho. Leta makofi ya juu, leta makofi ya kilo kidogo. Makofi. Chamune. Chepkelele. Ala. Agone. Aha. Hey. Wananchi, naomba tupige makofi ya kilo. Wapi makofi ya juu kidogo? Twende pamoja. Hey. Yo shigiga senenge. Hiyo makofi haitoshi. Wapi makofi ya kilo jameni? Yo shigiga senenge. Wananchi wa Kapseret, Mungu ametenda mema. Weka makofi ya juu. Makofi ya juu kabisa. Amenitendea mema sana. Tendea mema. Mimi naomba kila mmoja ashikilia mikono juu kabisa. Mikono juu. Wapi makofi ya kilo? Makofi ya kilo. Amenitendea mema huyu Yesu. Tukiwa na kiongozi wetu jameni.
makofi, wamama wapi vigelegele, wamama wapi vigelegele. Asante sana Jose. Thank you. Chevalemos. Asanteni sana. Thank you very much. Thank you so Asante. Kwa vile tunavyoendelea sasa, muda unayoyoma, lakini tunaendelea entertainment, empowerment, economic empowerment ambao unaendelea hapa. Kwa viongozi wetu ambao wamefika, sisi tuna furaha sana. Sasa nachukua nafasi kubwa kabisa kwa sababu tunaingia katika maongeo mawili matatu. Bado tuko na Korino wetu ambao wataperform hapa, bado tuko na majensis wetu ambao watakuja hapa kuperform, na wale wote ambao tayari wako ready. Sasa nataka nimwalike chair lady wa Kapseret Market ambaye yuko hapa kwa niaba ya mama mboga wote kutoka hapa Kapseret. Ndakupa nafasi. Najua mama mboga ni wengi ambao wako hapa, lakini kwa vile sisi zote tutaongea, I want to welcome the chair lady of Kapseret Market. Na kwa niaba ya wamama wote wa mama mboga, tafadhali waje hapa juu tuwapigie makofi. Let's appreciate them. Tuwapigie makofi. Wape makofi hao, wape makofi. Yes. Wajiandae pia boda boda sako. Bwana Hilary. Karibuni sana. Kwa niaba nataka alafu mama mboga wote msimame wakati mwenyekiti atakuwa anazungumza. Thank you very much. Kisha kwa boda boda sako. Kuna mambo ambayo wanataka kufanya kando na kuuza mboga, wako na mambo hapa. Angalia vizuri tafadhali, alafu kamera ni kule, nataka tuonekane dunia nzima. Naona mnataka kufanya kale je Rwanda je Toktokan je Kertarelwe. To face camera. Tunaomba to face kule kwa kamera kwa sababu ya picha, tafadhali kule mbele kwa wananchi. Naangalia wameamua kujipanga na zile bidhaa ambazo wanauza pale sokoni. Wana mboga za kienyeji. Haya, kuna nyanya hapa, kuna vitunguu. Excellency, unaona kuna managu. Kumi na kadhalika. Misakatio. Wale wanameza mate, tafadhali anza tumeza mate, no problem. Kuna nyanya, kitunguu. Ile kitu tunakosa hapa ni moto tu. Kuna saga. Mimi ningile mitiat. Kuna mambo yao hapa. So kwa hivyo mama, nafasi ni yenu. Karibu customer. Karibuni kabisa. Ningwe sage sote karibu. 15 ni soja. Somok tiptem nyanye. Karibuni. Karibu customer. Karibu customer. Wacha viongozi wakuwe customers. Hebu kujeni mnunue nyanya haraka haraka, mimi naanzia. Unalipa na M-Pesa? Karibu customer, karibu. Nakufungia mimi, karibu. Sawa, karibu customer. Mnazuia wateja, mnazuia wateja. Haya, mnazuia wateja wanakuja polepole kununua. Wateja ndio wale. Wanakuja kununua, yes. Customer, ngoja kidogo. Karibu. Wateja, customer karibuni, karibu customer. Wanakuja kununua. Ngoja kidogo. Nini nyingine? Sasa nini? Nini mambo gani nafanya sasa? Sungoje. Hapana, wewe wacha kunisumbua, ninauza. Hapana. Tafadhali. Tunataka kuuza. Tokeni kwanza. School fees ende nyumbani kwanza. Unakuja. Hapo na loan. Hebu niongeleze ngono. Please. Wapi? Ni loan, ni school fees, ni landlord. No. Ni nini? Lazima tunataka loan yetu. Tunataka loan. Please. Mnipe nafasi.
Malodi imetusumbua. Malodi imetusumbua. Umejukua. Hakuna sahi, hakuna. Sahi tunahangaika. Karibu customer. Keep quiet. Karibu customer. Hi. 20 customer. Nipe 100. 100. Nipe hii. Nipe hiyo. 200. Nipe 100. Leta yote. Tosha. Bei ya jioni. Kawaida ni basoko. Hii customer ukinipea 300 ndaweza kulipa ile loan. Nipe hii yote baba 2000 mimi nipe mama. Kama atalipa pesa yake sasa. Asante. Tunatoka Kapseret Women Soko. Sisi tuko na chama ambayo inaitwa Microfinance Angamiza wa Mama. Wewe. Wapi makofi? Wapi chaleni? Wapi chaleni? Asante sana. Thank you so much mama. Thank you very much. Wapi makofi ya wamama? Wapi makofi? Sijui kama walinunua. Haya. Asanteni sana wamama. Asante sana. Asante sana. Tunaweza shuka chini. Nice presentation. Chair lady peke yake atasema jambo moja and then ushuke tu. Asanteni sana. Chair lady peke yake, wengine tunaweza shuka sasa. Sawa. So songa hapa kidogo. Asanteni sana kina mama. Asante, thank you. Asante. Tuko na dakika moja tu ndio tuweze kuendelea. So namwangalia upande hii kamera tafadhali. Wapi makofi hao Nicholas Kasudi anapofundishwa maua. Asante sana. Asante sana. Asanteni sana wamama. Asante. Mbele yenu ni mwenyekiti Kapseret Soko. Tunashukuru sana mheshimiwa kwa kutukumbuka. Sisi tunafurahi sana. Tuliposikia ukisema utakuja kutuempower, tulisikia tumefurahi. Na siku ya leo sisi hatuna yenye tunaweza sema ila tu kukuombea Mungu akusaidie na kuinue na apanue mipaka zako pamoja na wenzako. Shukrani kubwa kwetu ni wakati ulikuja ukatufungulia soko. Tunaona kazi mzuri inafanyika. Sisi karibu tunakaa kama waheshimiwa kwa sababu tumekaa barabarani, tumekaa kwa mchanga, tumekaa kwa mvua, matope yote. Lakini ulikumbuka siku moja mkafika mahali pale mkatufungulia soko. Tunashukuru kwa hiyo. Tena tunashukuru kwa sababu wakati tunawahitaji mko karibu na sisi sana. Nashukuru pamoja na MC wetu kwa sababu MC wetu ukimpigia simu achukui hata dakika moja anasema ninawasikia. Niseme hivyo ni tumekuwa na challenges kwa sababu tuko kwa barabara.
Jana watu wa Kenya wakakuja, wakataka kutunyima chakula. Lakini tulimpigia MCA na akasema siko karibu, but mfanye kazi, ninakuja. So tukapata na uwezo ya kuambia sisi tuko hapa kwa sababu ya ruhusa ya MCA pamoja na kaunti yetu na Mheshimiwa Oscar Sudi. Wakaenda. So tunashukuru. Licha ya sisi kwa barabara, tunajua kwamba nyinyi mtafanya bidii mpaka soko yetu ishe kwa haraka. So tunashukuru. Asante pia kwa sababu ulikumbuka kutu empower. Maisha ambayo tumeishi pale ni maisha ya kudaiwa. Jinsi vile umeona tukisema, ukikaa hivi simu ya landlord yaingia, ukikaa hivi simu ya loan, ukikaa hivi wenye wamekuletea bidhaa wanakusumbua. So ukifika nyumbani badala ya kulala na kupumzika, wewe ni kuota tu. Sijui nani ananipigia. Sijui nyumba itafungwa. Lakini siku ya leo tunajua kwamba yote yanawezekana. Asante. Wapi makofi ya wamama? Wapi makofi? Asante. Asante sana, shukrani kubwa. Asante. Haya, mheshimiwa bado hujamaliza. Injinia yangu, salamia mimi. Hamjamboni wote. Nikisimama hapa nimesimama kwa niaba ya wamama wa Kapseret wote. Mheshimiwa Bwana Oscar Sudi, mtu akikuona na kuona kama uko na mwili ndogo, lakini kitu yenye unafanya inasinda hata wenye wako na mwili. Mungu akubariki. Ndiyo kwa maana nilisimama kwa TikTok nikisema wewe ni engineer by professional. Uliona hiyo nini? Sudi is engineer. Mheshimiwa wa mama wa Kapsaret wamesema ya kwamba wako na wewe 100%. Na wanalia wakisema kuna tufununu. Sijui kama ulitoka kwa mdomo yako ama ilitoka kwa nani. Ati ya kwamba raundi unataka ati sijui utatuonyesha penye tunaenda mwenye tutachagua. Usithubutu. Wacha tu nikuambie leo, ukitaka kujua sisi ni akina nani usithubutu. Tuko na Sudi na ni Sudi. MP mgani mwenye anaweza fungulia watu boma yake wote watu wakiingia ni nani? Unataka kututupa kwa nani? Tuko na wewe 100%. Asante sana. Na ukifika enda salamia Bwana President, Mheshimiwa President wetu mpendwa Bwana Ruto. Umwambie tuko nyuma yake. Hatubanduki sisi wa mama. Tuko na yeye. Na broad base iko sawa kabisa. Na asante kwa kuleta amani kwa Kenya. Na mheshimiwa tuko na watoto wengine wenye wamesoma, wengine ni walimu, wengine ni madaktari hawajapata kazi. Tunaomba Mungu akikusaidie tafadhali sika mkono ya watoto wetu wapate kazi. Wapi makofi? Asante sana. Asante sana. Mama asante sana mami Broadbase. Moto kama unajua huyo mama yani ni kama amesema sandanti ntokuo kaki. Hiyo ni nini? Kusema sandanti tokuo kaki wagile tendency ndani lakini nove kaki. Wapi makofi Kapseret? Wapi makofi kwa wamama ambao wamekuja hapa? Wangapi wamefurahia wakina mama? Tafadhali, wangapi wamefurahia? Wacha nione mkono kule kutoka kule kote kule. Asanteni sana. Thank you very much. Sasa tunataka kuingia kwa wanaboda. Wale ambao wanaboda ni watu wazuri kabisa, hawana neno, ijapokuwa tu kuna wengine ambao wanafunzwa leo na wanataka kubeba customer leo. Jamaa anaingia training saa 5, saa 8 anabeba wewe. Alafu anauliza customer break ya pikipiki na kuanga wapi? Terrible. So tafadhali, kwa sababu engineer yuko hapa, training ambayo amefanyia wana boda boda, hata uliza break iko wapi. Ibo ati kwa mtu nitata kule jini angiwe chamingen pikipiki ite. Aga itsa yorekte airport. Ateleje chamgo mangen pikipiki kule jina break ita pikipiki kumnya no gimie iti. Wapi Hilary pamoja na Benjamin na Hilary kwa niaba ya wanaboda wote nafikiri mtachukua nafasi. Orani Chamosnet alafu wanaboda. Thank you very much. Karibuni sana. Ndawapa nafasi, najua nyinyi mko na story lakini ndawapa nafasi. Wacha nimpatie Hilary kwanza, sikaji Chamosnet. Alafu tafadhali ungetulia yangu na ituta yego bwana guna getulia.
Kilian Ngopsirit. Kibos Tari. Okay, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Wanaboda oye! Wanaboda oye! Asante sana wanabodaboda wa Kapseret. Kwa majina naitwa Hilary Talk. Mimi ndio chairman wa Kapseret, na mheshimiwa tunataka kusema asante kwa ile wito wakati ulikuwa pale sokoni. Ulituongea pamoja na nasi. Basi mheshimiwa, nataka nichukue nafasi niseme asante kwa niaba ya wanabodaboda wote wa Kapseret constituency kwa kutuempower siku ya leo. Siku ya leo kuna wanabodaboda zaidi ya 100 watafaidika na pikipiki. Nataka watulie kwa sababu kuna wageni wanakuja hapa. Tafadhali. Sitaki uongee kama mheshimiwa Ski. Aski kweli kabisa. Mngoje kidogo. Hapa tayari naambiwa kwamba His Excellency the Governor also kutoka hapa Uasin Gishu ameingia. Mheshimiwa Koti mmoja anaingia hapa anytime wakati kama sasa hivi. Yuko hapa tayari. Jose tafadhali and the traditional team wote. Traditional team kaini tayari tuwakaribishe wageni wetu ambao wamefika hapa. Thank you very much. Nimeona waheshimiwa all the way kutoka Kisumu City, Kisumu Dala wako hapa. Nimeona waheshimiwa kutoka Baringo, waheshimiwa kutoka Elgeyo Marakwet County, kutoka Nandi County, wale ambao wametoka kule Bungoma wako hapa pia. Ago tulweta kuga tudwapkon nyatinya mwaita nyanye nyarotu nyagaram. Hapa sasa tafadhali, kwa sababu tumeweka pause kidogo, nafikiri mtatulia. Tulia na kwa kidogo. Shawega sagura. Tamosnet. Warne chamosnet kwani ure chamosnet pira. Arab Kemei. Yes. Ninaomba the single artist mupangane kwa DJ, tutaenda back to back. Waheshimiwa wakifika wakiketi chini ni back to back. Chebo baba, kina Serabi, kina Boaz Limo, kina Kim Akolino wakae tayari. Yeah. Wakae ready. Aya traditional song DJ Jose atatuongoza wakiingia. Jose tafadhali. Haya. Wana sasa. Alafu tukiingia tutasimama wote. Wakiingia tutasimama wote kwa pamoja. Oh yes. Haya. Hapa sasa wanaingia taratibu. Alafu naomba traditional team, wale waimbaji traditional, nataka uchangamfu kidogo na vigelegele tafadhali. Wa mama msiniangushe. Hapa naomba Mr. Israel. Yes. Mr. Israel, wageni ambao wamefika. Tuko na Kimani Ichung'wah ambaye ndio kiongozi wa budget katika bunge. Tuko na Sabina Chege Honorable ambaye yuko hapa. Tuko na Wamombi. Haya, naomba tusimame sisi wote pamoja tafadhali, tusimame wote pamoja. Hey Maunye. Mheshimiwa Kimani Ichung'wah ambaye anafika chairman wa budget committee kule bunge. Haya, leader majority anaingia sasa. Angalia hapo ndani. Haya, leader majority katika bunge amefika hapa. Haya, tuko na women rep pia kutoka Murang'a wanaingia. Alafu tuko na senator wetu ambaye anaingia hapa style ya kipekee. Wananchi wa Kapseret, wapi makofi ya kilo kidogo jamani, na furaha kidogo. Wale wa mama wapi vigelegele na shangwe. Kimani Ichung'wah in the building. Sabina Chege ako ndani. Karibuni sana wananchi, karibuni sana.
Age Jamasai. The leader of majority, Leader majority anaingia National Assembly. Kimani Ichung'wah. Pamoja na Sabina Chege. Naona Sabina Chege ndani kabisa. Wananchi tupige makofi, wapi makofi? Piga makofi kabisa. Come on. Makofi kabisa. Kimani Ichung'wah ako ndani kabisa, ambaye yuko hapo. Wacha kuja hapa ndio tupige makofi pande juu. Wacha tuwaone pande juu kabisa. Josi. Where you? Orapacho kugirche orapacho leji. Orapacho leji piga makofi. Wapi makofi karibisha wageni wetu. Piga makofi. Wacha waende sasa. Wacha waende watasame vitu. Wakague. Alafu warudi pole na mimi. Asante sana wa Mombe. Aya, Akikuyu timu ya Akikuyu tafadhali. Thank you DJ. Asante DJ, asante. Thank you. Timu ya Akikuyu. Hapa ndani ndio moto. Timu ya Akorino. Moti okay. Akorino tafadhali. We are expecting you here. Tupatie nyimbo moja mzuri. Uko tayari? Excellency. Songa hapa karibu kidogo. Okay. Hiyo mic iko na vitu pakpale. Wapi timu ya Kikuyu? Timu ya Korino wako tayari? Oh, pado. Nimeona rafiki yangu kutoka boss bwana. Bado niko ground. Aya, nitaomba the modern artist tafadhali, modern artist. DJ utanipanga venye umenipanga tafadhali, modern artist. Alafu tutamalizia wale wako na nyimbo ya Sudi. Ile timu ya Eldoret All Stars. Wasingishu All Stars, amen. Aya, timu ya Urban Artists tafadhali ingieni stage mara moja. Hakuna time ingine. It's now or never. DJ, mahali utaanzia ni hapo. Shake. Aya DJ, back to back Weka kitu moto kabisa. Urban Artists. Iko chini hiyo, iko chini. DJ. Aya DJ kidogo DJ. Wapi makofi ya hawa modern artists? Hawa ndio Gen Z. Wapi makofi? Aya, nitaomba hii timu ya Eldoret All Stars, Wasingishu All Stars watakuwa wa mwisho. Tafadhali DJ, wacha tuanze na Lava Boy. Lava Boy. Nilianzia hapo kokota makaa hiyo mabaki nikauza. Twende kazi. Nikakuja namna hiyo nikatafuta barabara namna hiyo nikakoa makanga. Haya kaende sasa mpaka mwisho. Okay. Okay, DJ, asante sana. Tunaendelea namna hiyo. Nataka wakati mnaimba yeye mwenyewe anasikiza. So kina mama tafadhali, His Excellency the Governor wa Uasin Gishu County anafika. Tafadhali tuje hapa tuweze kumkaribisha kabisa. Nataka wakati mnaimbia Sudi yuko hapa. Yeah, you wait. Smooth and just put. Tafadhali kabisa. So nataka kina mama muje hapo tumkaribishe sasa His Excellency Governor koti moja ambaye anaingia sasa style ya kipekee. So tafadhali, asanteni sana. Furaha kubwa leo hapa Uasin Gishu. Na hapa Uasin Gishu is a cosmopolitan county. So kwa hivyo tuko na wote ambao wako hapa, tuko na wale ambao wako hapa, tuko na Pokot ambao wako hapa, tuko na wote ambao wako hapa, Kalenjin, Koyo na kila moja. So this is a cosmopolitan area. So tunataka wote mpaka Agikoyo wote wale ambao wako hapa tutajiunga sisi wote ili tuweze kumkaribisha His Excellency the Governor kwa style ya kipekee. So my DJ, twende kazi DJ, tukaribishe koti. Karibishe sasa. Wapi jimbo DJ? Alafu atakapofika hapa sisi zote wakakinge titukul agaita Governor style inege. Kwa sababu amefika hapa. So
Twende kazi sasa. Are you ready? Uasin Gishu County, I present to you Jonathan B. Chalele, Dr. Moja, Real Hustler, Abo UDA. Warenge nyono, Kibarbo ise kyago. Wamama wapi vigelegele ya His Excellency the Governor? Yes. Hey. Kuna shangwe na vigelegele. Naona Honorable Maraswa yuko hapo. Director wa TVET. Governor anaingia sasa. Wamama wapi vigelegele kidogo, timu ya Kikuyu mko wapi jamani? Hey. Yanga mkono matone. Yani paradise en Uasin Gishu. Eme nigi itoke kuwalige. Tinya nyugonik. Chemogi mwento wale. Ona furaha kabisa wakati tunakaribisha His Excellency the Governor. Alafu tutaomba wana Kapseret, tutasimama wote tukaribisha His Excellency the Governor Jonathan B. Chalele. Okay. Warenge nyono. Haya. Kibarbo ise kyago. Kibarbo ise kyago. Kiribe gotko nyolo. Kiribe gotko nyolo. Haya. Haya, His Excellency the Governor. Wapi makofi na vigelegele. Tuone furaha yenyu kabisa. Karibu sana Your Excellency. Karibu sana koti moja. Your Excellency, welcome. Oh yes. Okay. Wapi furaha ya Governor? Anaingia sasa. Mr. Israel, where are you? I'm here, my brother. Twende kasi. Excellency the Governor. Wapi makofi na vigelegele. Angoi Governor koti. Chame Bamano. Ole gongo Your Excellency. Karibu sana mheshimiwa. Ole gongo Chalele. Ole chame ne Bamano. Karibu sana Your Excellency. Asante sana. Gavana wetu koti. Wapi makofi na vigelegele ya Chalele. Piga makofi. His Excellency koti moja. Asante sana. Thank you so much. Asante sana. Thank you so much. All right, DJ. Thank you, DJ. Thank you, DJ. Thank you, DJ. Thank you. Thank you so much. So tafadhali nataka tutulie kidogo kwa sababu I'll give you back your chance to the youth. Mtakuwa na nafasi sasa kwa sababu His Excellency the Governor wa Uasin Gishu County amefika hapa. Honorable, tumpigie makofi Governor wetu. Wapi makofi ya Governor kabisa? Asante sana. Thank you very much. Sasa nataka nichukue nafasi hii kwa sababu kuna wageni ambao wamefika hapa na tayari wako na shughuli zingine ambazo wanaenda. Nataka sasa nichukue nafasi, nafikiri kwa njia ya kipekee. Nataka sasa atabichogale engineer hapo. Wacha nione wale watu ambao wanasema engineer mambo yote. Nimeona kama bingwa ambaye yuko pale juu. Wacha nione mkono juu ya baraka ya Kapseret. Ngageri chitukul baraka.
kuja. Your Excellency. Hapo. Asante sana. Thank you so much. Karibu Asante sana. mheshimiwa. Haya, tuketi jameni. Bas, wageni wa heshima, rafiki yangu Ishugwa na timu yako yote, gavana wetu wa Uasin Gishu, MCS wote walio hapa na wageni na wanabiashara, marafiki zangu na wananchi wa Kapseret, chamge. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono. Bwana Yesu asifiwe. Oi, obebe. Utaja tai kabisa. Ngane kasi ngwangu chora ba jana ne. Mbona da? Nataka niseme mambo mawili kabla sijaita Ishungwa na timu yake, kwa sababu bado wanaenda Machakos. Ya kwanza, mimi nimefurahi sana. Mnajua hii empowerment tumepanga kwa muda mrefu. Tumepanga kwa zaidi ya miezi 2. Na leo imetimia. Si ndio? Tuko hapa na boda boda. Tuko hapa na mama mboga. Tuko hapa na wazee. Kila mtu tumeinclude kwa hiyo empowerment. Tuko na kila kitu pale. Tuko na watu wa salon, tuko na watu wa kinyozi, tuko na watu wale wa hustle wa maziwa, tuko na watu wa matatu, tuko na kila mtu. Lakini nataka niseme hivi. Ishungwa, asante sana kwa kufika. Kwa sababu najua tulianza hii empowerment na wewe na hiyo timu yetu yote. Tumesunguka, nafikiri tunaelekea empowerment ya 30. Na hata tukiongea hivi, DP yako huko Machakos na mnajua Ishungwa pia anaenda kumuunga. Tumesema William Ruto na DP Kindiki wajenge lami, wajenge soko, wajenge manyumba, wafanye ile kubwa kubwa, lakini hii ndogo ndogo watu wachie. Ama namna gani? Si ndogo ndogo tunatosha kufanya? Na mimi nataka niseme hivi. Mimi nimefurahi sana. Wamama wetu wa soko, especially wa hapa Kapseret. Unajua ile soko tunajenga pale tuje tukasindua na governor wetu pale center. Tumesema kabla hiyo soko ikuwe tayari, tunataka tuwatafutie pesa kidogo. Na tulisema hivi, kama wewe uko unauza mboga ya 1500, tunakuongezea 1500. Kama wewe unauza 10,000, tunakuongezea shilingi 10,000. Lakini nataka msikize. Niko na marafiki. Mimi na marafiki zangu, especially marafiki zangu kutoka Tanzania. Niko na rafiki yangu anaitwa Rostam. Ni mwanabiashara mkubwa na ni rafiki yangu sana. Niko na rafiki yangu anaitwa Abdul. Ni rafiki yangu na ni mwanabiashara mkubwa sana. Mimi na wao na watu wengine 3 niliweza kuongelesha na tukachanga. Sisi tukiwa watu 4. Sitaki kuambia pesa walinipatia, lakini ni marafiki wa ukweli. Mimi na wao tumeweza kununua hii bidhaa ya milioni 45. 45,000. Na niwaambie na msikie vizuri, kwa sababu nimeona kwa mtandao kuna watu wanaongea matope. Hakuna hata shilingi moja ya serikali iko hapa. Hata ndururu. Hii ni urafiki. Ile mimi naambianga nyinyi, mimi ni mkarabati. Engineer ya mawaya, mnaelewa? Tunaunganisha mawaya mpaka moto inawaka. Moto imewaka haijawaka. Si mnanionanga nikitembea kule kwingine? Si mlinichagua mara ya kwanza? Mkanichagua mara ya pili? Mkanichagua mara ya 3? Kwani mlikuwa mnanichagua nile nilale? Si lazima nitengeneze. Si lazima mlinipatia niende niunganishe mawaya. Mawaya imeingiana ama haingiani? Kwani mimi nauliza nyinyi, kila siku ukitembea unakutananga na ng'ombe ama watu? Sio, unakutananga na watu. Sasa usipotengeneza network ikuwe kubwa utafanya nini? Na ndio nilikuwa nawaambia siku ile nyingine, mkichagua kiongozi yeyote, usichague mtu kwa sababu ati ni muungwana ni mpole. Chagua mtu wako na network. Kama network haipiti Nakuru, akae nyumbani. Tunataka network inaenda mbele huko yenye inaweza tafuta maneno ama namna gani? Na leo
tuko na bidhaa hapa ya 45 million, si ndio? Na tunataka tuchange pesa nyingine zaidi ya milioni 30 ya mama mboga wetu wote. Kila mtu atapata pesa yake kwa simu. Tuko na data. Sawa sawa. Mmefurahi watu wa Kapseret? Watu wa bodaboda muko? Bodaboda muko? Mama mboga wako? Muko area? Nataka nishukuru tena. Mkiona hiyo matatu mbili tumenunua pale, ni kwa sababu kuna team mbili wa bodaboda waliweza kusanya pesa yao kwa bodaboda kidogo kidogo kwa sako mpaka wakanunua matatu. Na wakati walinunua matatu, mimi nikawaambia, kwa sababu nyinyi mnajua maana ya hustle penye mimi nilianzia, ile team itanunua matatu ya bodaboda, mimi nitanulia matatu nyingine ya pili. Na ndio unaona hiyo matatu mbili ni ya wajamaa wa hapa nyumbani, wakiongozwa na huyu Hilary. Huyu ndiye aliniambia tumenunua matatu, nikamwambia watanulia matatu. So msikuwe na wivu, muende mjikaze, kila mtu ajikakamue. Sawa sawa? Kila mtu ajikakamue, na mwenye atapata leo atapata kesho. Tunakubaliana na maana hiyo? Wangapi wamefurahi? Hebu nione kwa mikono wenye wamefurahi. Kwa sababu ya muda na hao wageni bado wanaenda safari, na tuko na wageni wengine wanakuja, hatutaki mvua itupate hapa. Nataka nichukue fursa hii nimualike rafiki yangu anaitwa Betty kutoka kaunti ya Murang'a. Mnajua Betty sawa? Kubora wageni toka, mnajua Betty sawa? Somongo sora. Karibu Betty. Wapi makofi yake ya kilo? Wapi makofi jameni? Asante sana, asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimefurahia sana kuja hapa siku ya leo. Kwanza mbunge wenu, today you have raised the bar so high. Mpigieni makofi. Na nimesikia kitaja marafiki wake, akasema wengine wametoka Tanzania. Mimi nifunze njia zako. Mimi nionyeshe marafiki wako. Hata hao wa Tanzania sihitaji watatu, nionyeshe mmoja peke yake na nikafanya haya maneno huko Murang'a. Nataka kusema we have done very many empowerment programs in this country. Lakini yenye imepita zingine ni ya hapa ya mheshimiwa wenu Oscar Sudi. Mpigieni makofi. Na amefanya vizuri yeye mwenyewe kufafanua ya kwamba hakuna shilingi ya serikali imeletwa hapa. Juu sasa venye amesema, watu wameanza kuongea matope mingi sana na kuharibia serikali jina. Wanasema uko Rift Valley kunapelekwa hivi, mlima kunapelekwa hivi. Mimi nimeshuhudia empowerment mpaka Ukambani, tukitoka hapa tunaenda Ukambani. Lakini mimi niseme ukweli, nimehakikisha na nimedhibitisha Sudi ni engineer wa ukweli. Nikiangalia engineering yake akona PhD. Mtaendelea kumshikilia? Mtaendelea kumshikilia? Mimi nimekuja zaidi juu Sudi ni rafiki ya bwanangu sana na bwanangu yuko hapa. So nimekuja, mimi hujanikujia empowerment, lakini ulimwendea bwanangu. So mimi next time nakuomba juu mimi ninasimamia county, ukuje pia wewe unitembelee tufanye empowerment. Ya mwisho niulize watu wa hapa. Je, mnashikilia serikali? Je, mnashikilia Dr. William Samoei Ruto? Mtaendelea kuchunga Dr. William Samoei Ruto? Mtaruhusu auziwa uoga na watu tuliwatoa na mate kama funza? Mwanaume ambaye hakumaliza tamnusu, mwanaume wa kutolewa juu, ni wakuuzia wanaume wengine uoga. Nyinyi ni wakuuziwa uoga. Nyinyi ni wakuitikia rais ambiwe na mtu hakumaliza round moja ati rais ataenda one term. Ni one term mama ni two term. Ni one term mama ni two term. Nyinyi wanaume mko hapa kwa mkutano. Mwanaume wa kutolewa juu hafai kuwa na kiburi. Hakumaliza round moja, anajifanya Kenya mzima
Mtanunua uoga, hamtanunua uoga. Sisi alijifanya atatubabaisha. Mimi ni bibi ya mbunge wake na tulimtoa kwa mate kama funza. Hakuna mtu atauzia uoga hii Kenya. Kama hajui kumaliza round moja, hata tufunza kuenda round 2. Ashindwe kabisa. Betty. Shaurieni wanaume. Atufanya nini? Haya, acha nichukue nafasi hii. Nimwalike rafiki yangu sana. Tulikuwa naye bunge tambili na saa hii ni nominated wetu, anaitwa Sabina Washege. Wapi makofi ya Sabina Shege, makofi ya kile wapi makofi? Yes. DJ. Asante sana Mheshimiwa Oscar Sudi. Watu wa Kapsaret, Chamge, mko salama? Mnakuanga hivi ama ni leo kuna wageni? Mumetukaribisha hapa Kapsaret. Hebu nione salamu basi za hapa. Bwana Yesu asifiwe. Yangu yatakuwa machache sana. Kwanza ni kumpongeza mheshimiwa wenyu. Na leo tumekuja kitu inaitwa benchmarking. Na mnajua Oscar anaitwa mkarabati. Leo mumeona ukarabati ama hamjaona? Mumeona? Mumefurahia zile project ameleta? Mumefurahia? Na sisi tumekuja kusema ya kwamba tunafanya kazi pamoja. Na sisi tuna support maneno ya empowerment. Hii maneno nimeona nimezunguka pale kutoka kwa yule yuko saloon, kinyozi, watu wa bodaboda mpo ama mpo? Watu wa bodaboda mpo ama mpo? Mumeshikilia ama mjashikilia? Mimi nimesema kama viongozi tulisema tutafanya kazi pamoja. Kwa sababu the next election itakuwa 2027. Na sasa wakati tuko hapa ni wakati wa kufanya kazi, sio wakati wa siasa. Na mimi nimekuja kuwauliza hapa, mnataka tufanye siasa ama tulete maendeleo? Nyinyi mnataka siasa ama maendeleo? Na basi kwa sababu serikali ni yenu, mtoto ni wenyu hapa Uasin Gishu, nyinyi mnasema 1 term ama 2 term? Mko 1 term ama 2 term? Nataka kuona tufanye hivi, tuseme 10 bila breaks. Tutashikilia hapo. Tutashikilia viongozi wetu. Unajua kuna kiongozi mmoja ambaye amepiga musicians wetu sana wa Central kwa sababu alisema atataka kuingia katika empowerment. Alafu akasema kuna kijana mmoja akasema hajasoma na akasema hawezi mpatia nafasi. Huyu engineer mnajua ile njia ametoka. Sasa niwaambie, huyu kama hata akiambiwa hajasoma amefanya kazi hajafanya. Sasa siyo hata amepita wale wamesoma zaidi wako na PhD. Hebu mpigieni makofi mazuri. Kwa hivyo watu waache madharau na wale watu ambao hawajasoma. Na huyu engineer niliona watu wengine wakicomplain wakati alipewa certificate na kaitwa engineer. Leo kwanza ni doctor. Doctor. Sasa ni daktari sio daktari. Ni engineer sio engineer. Mkarabati ama sio mkarabati? Si amefanya kazi mzuri? Na kama vile Betty amesema, nimeona kazi ile amefanya. Hajashikiliwa na serikali, ametafuta marafiki. Na sisi tuonyeshe hiyo njia ili tutafute marafiki, hata sisi tufanye project kama zile, na tukikuita kwanza wewe utakuwa rafiki number 1, ndio next empowerment akuje Murang'a na atushikilie. Hiyo ni sawa? Mimi nasema Mungu awabariki sana. We have only one government, we have one nation of Kenya, we love our country. Na saa zile tunaenda kufanya empowerment, wengine waache kusikia machungu na kuchochea wananchi. Hatuna nchi mbili, Kenya ni moja, na tumekuja wote hapa from different sections of this republic kusema tunashikilia William Samoei Ruto ashike kazi, afanye kazi, na sisi pale Nyemwa tushikilie wananchi. Mungu awabariki, asanteni sana. Asante sana. Nataka niitishe niko sawa. Mchana na hiyo miti yako hiyo. Mugorino kuja hapa. Maraya.
Maraba Maraya, kuja utuwekee kawimbo. Mnajua huyu jamaa? Onge njiji? Mrango? Wa Maraya. Unaona uko na shabiki? Asante. Haya. Wekere. Asante sana. Watu wa Kapsalet, hai. Okirai toine. Oya guoka igoro guinua mkono hivyo juu. DJ Kid 254. Wahotanirwo baranetha, Ngai nyake igũtũra mũthingu netha, Ngai nyake Ngai idũkane inyaku netha, eririkana Mwathani netha, Ngai netha. Wapi kelele ya Oscar Sundi? Inua mkono hivyo, inua hivyo. Ewa hea motie mwegan, etoine, ekainetha. Motumia mwegan, ekainetha. Ipagia muthuri, idukone inya waku. Oya guoko guo, inua mkono hivyo. Wapi kelele ya injinia? Worship. Asante sana. Asante sana. Mumesikiaje? Bado wako area. Mkae chini. Haya, ngojeni mheshimiwa. Haya, weka hiyo. Haya. Akane. Haya, toka DJ. Haya. Wa Maraya. DJ Kid 254. Haya. Inua mkono juu kabisa. Okay. Okay, maradimo. Nega fio. Ya kenua kei.
Makotiana na mothi ukalieze mukanzo. Kekare utua neresira. Kamenya waganu na itiro ria kwa matine. Ukamenya waganu na twende hivi. He matine na gwito ithuothe no nginya tugathie. Kuna waganu kaya tutiresira. Haya. Igakwendire buwe korara. Haya, kwa sababu na minajili ya mvua, tafadhali. Asante sana DJ. Thank you, DJ. Asanteni sana. Wapi shangwe na vigelegele? Ne. Kila mtu mikono juu. Sharon. Thank you. Ate o ucio thecetwo ngoro nĩ mĩario mĩũru ya andũ kumako wĩra-inĩ wa gũtoria nĩ ũrĩa umana na thĩiniĩ tiga gweterera opinioni tũire ithuothe tũtũragio nĩ kwĩyonia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩndĩ kwenda mũndũ wa gũtua ngoro. Asante. Tũtũragio nĩ kwĩyonia. Asante sana. Asante. Thank you very much. Asante. Asanteni sana Mradhi Mofio. Asanteni. Asante sana. Thank you very much. Asante. Asanteni sana. Tulisema ukabila hatutaki, si ni kweli? Si tulisema ukabila hatutaki? Hii ndio Kenya tunataka. Hatutaki Kenya ya kutuambia ati wewe unatoka kona hii, mwingine anatoka kona ile. Hii ndio Kenya tunataka. Sasa wacha nichukue fursa hii nikaribishe mbunge wa Maithira, rafiki yangu wa Mumbi, akuje atusalimie. Asante sana DJ. Wapi makofi ya engineer Oscar Sudi? Kapsaret hoye! Kapsaret hoye! Mimi naitwa wa Mumbi kutoka Nyeri County, mbunge wa Maithira. Nimekuja kushikilia rafiki yangu engineer Oscar Sudi. Na leo nimekubali huyu ni engineer. Ni engineer sio engineer. Ni engineer sio engineer. Kapsaret Chamgei. Adwa nyoba mwego huko. Adwa nyoba mwego huko. Adwa nyoba ito mwego huko. Njekayo gwadwa nyoba ito nyoba ito nyoba ito. Hii ndio ile Kenya tunataka. Watu wote wakae pamoja kwa amani. Mimi nilisikia mjinga mwingine wa huko kwetu akisema ati kama hatachaguliwa 2027 ati 2007 itakaa kama Christmas. Tunataka kumwambia leo hii Kenya tumeona hapa Kapsaret ndiyo tunataka kila mtu akae pamoja na watu wengine, tukae pamoja kwa amani. Mumesema tukae kwa amani? Mumesema tukae kwa amani? Adwa nyoba mwogo toikale na thayo. Toikale na thayo. Goko ni kuwa kwanyu. Goko ni kuwa kwanyu. Na nyinyi mko kwa serikali. Nyinyi mko kwa serikali ya William Samoei Ruto na Kithure Kindiki. Mko kwa serikali ya William Ruto. Adwa nyoba ito mwa thirikari ine. Moko nyiterera thirikari ito. Wacha niwaambie watu wa Kapsaret. Mimi ni mjumbe wa Maithira pale wa Munyoro. Na sisi tuko wengi ambao tunaunga William Samoei Ruto mkono aendelee kufanyia Wakenya kazi. Na hatubanduki sababu sisi
Tumeona huyo ni kiongozi mzuri, na kiongozi anatufanyia kazi ya barabara, kazi ya maji, kazi ya kuweka stima, kazi ya kusomesha watoto. Sisi kiongozi kama huyo hatuachani na yeye. Na pale Mathira tuko wengi ambao tuko nyuma ya William Samoei Ruto na Kithure Kindiki, sababu tunataka Kenya moja ambao wa Kenya wanaungana kwa kufanya kazi. Nyinyi mnashikiliana na sisi watu wa Mathira, tuendelee mbele na kazi, tujenge Kenya yetu. Tumekuja hapa kwa sababu ya Engineer Oscar Sudi, na ameelezea vizuri kwamba yeye ni mbunge wa term 3 katika bunge, na ndio maana ameweza kupanga hii empowerment, kwa sababu amekaa bunge term 3. Pia mimi nimekuja kusoma kwake. Mimi nimekaa miaka 2 kwa bunge. Si mimi pia nikiendelea kama Sudi nitapanga kama hii? Kwa hivyo wale wajinga wanatuambia kwa social media maneno, huyu amekaa term 3. Pia mimi nikikuwa kama yeye, when I grow up nitapanga kama hii. Kwa hivyo tuache kutoa viongozi wakienda term 1, tunawarudisha, tuwaurudishe ili waendelee kusoma kama Engineer Oscar Sudi. Si ndivyo tumekubaliana? Tumekubaliana hivyo. Tumekubaliana tutashikilia serikali yetu, serikali ya William Samoei Ruto. Tuendelee kufanya kazi. Andu a nyumba itu nimukunyitanira thirikari, nimukunyitanira thirikari. Asanteni sana na Mungu awabariki. Usitishwe na watu wewe wa Mumbi. Mimi nimetishwa, niko tu hapa. Hiyo watu ya social media wafiki watu 500 wanaongea hapo watu wakumbafu sana. Ile siku nyingine tulikuwa tunachangia kanisa, walikuwa wanalalamika. Sasa hii tumekuja kwa empowerment, wanataka kulalamika. Mnataka tufanye nini? Tufanye kazi tusifanye? Tufanye kazi tusifanye? Haya, weka wimbo tukaribishe mgeni, ndio Ishungu akuja aongee, mgeni akisettle. Thank you. All right. Wa mama, tafadhali, the traditional team. Traditional team, tafadhali tupangane mahali tulikuwa. Aya, wakina mama tafadhali tuje hapo ili tuweze kumkaribisha mgeni wetu. Waheshimiwa, alafu hapa, let's clear this place. Hii place karibu to clear hii place tafadhali. Asante sana Mheshimiwa Governor, Mheshimiwa Oscar Sudi. Aya, kadhi comment tafadhali. Kujeni hapa mara moja. Wana youth. Aya, wa mama mko wapi? Nataka tuone uchangamfu kidogo. Piga makofi ya kilo. Wapi vigelegele kidogo jameni? Oh yes, Haya, Mount Kenya University. Mount Kenya University tunawatambua sana, wako hapa. Mount Kenya University, thank you very much. Principal kutoka TTI, ngeri ya TTI yuko hapa na sisi. Wa mama traditional team, wapi makofi na vigelegele kidogo? Shangwana vigelegele. Heya. Shamone. Mamine ogerge. Mamine. Naona Sabina Chege anauliza wimbo inasema nini? Inasema Mwenyezi Mungu ni mtamu sana. Mamine ogerge. Hey, pamoja na Jepkam. Wakiwa na chamatia, si ndio? Yeye Jepkam ngolini. All right, wapi makofi ya Sabina Chege? Amepambika na wimbo na chamatia. Wapi makofi? Ndio chamatia. Serikali. Deputy Speaker. Women leaders, tafadhali chongea women leaders. Afisi bora keri. Women leaders. Women leaders chongea mbele. Haya. Kabisa. Naona kila DJ.
Ongetono zetu tusimame tukaribishe Honorable Mbadi. Secretary DJ wewe. Honorable Mbadi. Tupeleke left side DJ, tupeleke left side. Twende kasi DJ. Nataka sisi zote tusimame tafadhali. Tusimame sisi zote. Cabinet Secretary wetu ambaye amekuja hapa tayari. Kaitoshi Breakfast Government. Wapi makofi ya Breakfast? Wapi makofi jameni? Wapi makofi? Wamama vigelegele iko wapi jameni? Karibu sana Honorable Mbadi. Karibu sana Cabinet Secretary wetu. Karibu sana mheshimiwa. Erekomano. Waziri wa fedha ameingia, Honorable John Mbadi. Anaenda sasa kukagua Kwale. Cabinet Secretary in charge of Treasury. Asante sana Cabinet Secretary of Treasury. Haya, wakati tunaendelea sasa. Tupe mziki namna hiyo rekodi. Yes. Okay DJ. DJ igararan ili heshimiwa wetu waendelee hapa wakati tunamgoja akirudi. Cabinet Secretary wetu kutoka kule Treasury amefika hapa. Haya. Nafasi sasa ya waziri wetu John Mbadi aweze pia kujitazamia mwenyewe na kujionea mwenyewe empowerment ambayo imeandaliwa na Mheshimiwa Oscar Sudi, akijionea vifaa vyote ambavyo Mheshimiwa Oscar Sudi anaendelea kumwonyesha mgeni wetu waziri wetu wa John Mbadi aendelee. Haya. Asante sana waheshimiwa wetu. Hayamfuataenda tu. Akiendelea kuona vifaa ambavyo Mheshimiwa Oscar Sudi kuvileta ili watu wote wa hapa Kapsaret waweze kuwa empowered kabisa. Akionyeshwa pale tax ambazo zitatumika kwa ajili ya empowerment, na kisha tunaendelea kuviona vifaa power source zile ambazo Mheshimiwa Oscar Sudi amefika hapa kuweza kuwa empower, vifaa vya salon, akiendelea pia kutazama vifaa vya kinyozi zile ambazo Mheshimiwa Oscar Sudi ameweza kuwaletea vijana wetu wanaofanya kazi ya vinyozi. Naendelea pia kuonyeshwa mitungi ya gas ambayo mama wetu wataweza kupewa ili waweze kupika. Motorbikes, tunamruhusu mgeni wetu. Karibu sana waziri wa fedha akionyeshwa rasmi pikipiki zetu empowerment scheme yake Mheshimiwa Oscar Sudi. Anaendelea kupitishwa kiziona moja kwa moja ambao vijana wetu wa bodaboda leo wataweza kuwa empowered na kuweza kupata pikipiki zaidi ya 500 zikiwa hapa tayari kabisa kuweza kupewa rasmi vijana wetu wa bodaboda. Mheshimiwa John Mbadi, waziri wetu wa fedha, pia scheme. Ndio huyo Mheshimiwa Mbadi, waziri wetu wa fedha, jinsi vijana wetu watakavyokuwa empowered na mradi wa pikipiki. Kumpigia makofi waziri wetu, waziri wa fedha. Akiweza kuifanya demonstration rasmi jinsi empowerment itakavyoendelea. Sasa tumruhusu waziri wetu arejee kwenye jukwaa rasmi ili tuweze kuendelea na ratiba ya mchana wa leo. Mambo sasa ni safi. Unaelekea sasa kwenye jukwaa rasmi
ili kuweza kuendelea na ratiba ya siku ya leo. Mkaribisha mgeni wetu rasmi, waziri wa fedha. Wapi makofi ya waziri wa fedha? DJ tupige makofi kabisa. Erakamano erakamano jathurwa. Karibu sana waziri wetu wa fedha. Waziri wetu itinye mwetu chenyu simwagongoi kote isabetu yes kote isabetu chenyu mitolitayate. Thank you. Wakati tunaendelea namna hiyo, asanteni sana wa team. Thank you very much. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you so much. Asante. Sasa tunarudi tena kwa program. Asante. Asante. Asante sana. Thank you my DJ. Worship. Thank you DJ. DJ. Asante. Endelea mheshimiwa. Angini. Okasa. Gumoro bagiri tai. Amage unage. Ye gurta kasi ko teora bajara ne. Stige gurbeta ke. Bas. Wacha nichukue fursa hii nikaribishe kiongozi wa wengi kule bungeni, anaitwa Kimani. Karibu kiongozi. Haya, asante. Watu wa Kapseret, hamjambo. Chamgai tugul. Omigomi. Mko sawa? Kwanza nichukue nafasi hii. Waziri Mbadi, karibu sana, na wageni wengine ambao umekuja na wao. Niseme shukran na pongezi sana ndugu yetu Oscar Sudi aka engineer ama nani? Daktari. Amekuwa mpaka daktari. Mkarabati. Engineer Oscar Sudi ambaye ni rafiki yetu sana na ambaye amedhihirisha wazi kwa yeye ni kiongozi. Wakati alikuwa anatutembeza hapa, ametuelezea vile sako ya matatu ambayo inaongozwa na huyu mzee ako hapa wamefanya bidii kupitia soko yao mpaka wakanunua matatu moja, na yeye na marafiki zake wakaungana wakasema pia waongezee matatu ingine. Si tuseme pongezi jameni? Na hiyo ni kuonyesha ya kuwa mtu mwenye bidii hakosi mtu wa kumsaidia. Kama hiyo sako hawangefanya bidii, hawangepata matatu nyingine, si ndio? Wale vijana wako hapo wa bodaboda, kunao ambao wamekuwa akisave kwa sako zao, naye mkarabati na marafiki zake ameunganisha hizo mawaya, anasema sasa pikipiki zinaguruma hapa. Zinaguruma hazigurumi? Si mkarabati anaendelea, aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Na nauliza hayo sababu vile Oscar Sudi ametuambia, kuna wengi ambao hawaelewi mambo ya economic empowerment. Na ukiwasikiza siasa ambayo wanaenda wakinena kwa mabarabara ni ya kuwa hizi ni pesa za serikali zinatumika eti kupea wananchi holela holela. Engineer Sudi ametuelezea vile amejikusanya yeye, wafanyi biashara, marafiki zake, wakiwemo marafiki kutoka nchi jirani ya Tanzania, ili waje wawasaidie watu wa Kapsaret ambao walimchagua. Amekosea kufanya hivyo? Sasa yule mwingine mkono birika akiona Oscar Sudi akifanya hivyo ni kisirani, naenda wakisema William Ruto amekusanya pesa ya kupea watu bure. Lakini nauliza, hata mkipewa pesa iko shida gani? Iko shida? Vile Oscar Sudi ameelezea, zile masoko tunajenga ambazo rais anajenga, zikikamilika, hatutaki watu watoke Nairobi, wengine watoke kwingine, wawe ndio wenye maduka kwa hizo masoko zinajengwa za gorofa. Tunataka mama mboga ambaye ni wa hapa Kapsaret, wa Eldoret, wa Uasin Gishu, awe ndiye mwenye duka pale kwa soko ya gorofa.
Na hiyo ndio tuliwaambia wakati wa campaign, tukawaambia agenda ya William Ruto na serikali ya Kenya Kwanza itakuwa ni agenda ya bottom. Sasa wengine hawakuelewa bottom up. Hata huyu Mbadi wakati amekuwa waziri amejaribu kuwaelezea na lugha zote. Na unajua huyu Mbadi kwao Kiswahili huwa lugha ngumu kwa mdomo chake. Si ndio watu wa Nyanza wanatuambia Kiswahili ngumu kwa mdomo changu. Mbadi ameongea mpaka Kiswahili kuwaelezea the bottom up economic transformation agenda, lakini bado hawaelewi. Wengine wamekuwa na vyeo kubwa kwa serikali. Wakati wewe ulikuwa na cheo kubwa kwa serikali, ulienda Mlima Kenya ukaambia watu wa Mlima Kenya, sisi bora tufunguliwe State House, tupewe mchele na nyama, tuko sawa tukishiba. Tukakuambia rafiki yetu, sisi sio mambo na tumbo. Sisi ni mambo na ile tuliambia mama mboga apate pesa zaidi ya biashara. Kijana wa bodaboda aweze kupata pikipiki kama hawa wa Kapseret wanapata pikipiki. Wewe hukuelewa, ukaanza siasa ya migawanyiko, siasa ya ukabila, siasa ya kugawanya watu. Sasa mpaka leo naona ile mpango kubwa wako naye ni ya kutembea kwa mabarabara wakichochea wa Kenya, wakiambia economic empowerment, watu hafai kupewa, na wakipewa ati mkule pesa, msifanye biashara na pesa. Mimi nimekuja Kapseret niwaambie ile pesa tutakusanya hapa, fanyeni biashara ili mtoke pale bottom, muende wapi? Tutoke bottom tuende Kapseret. Tumesema tuendelee namna hiyo. Kwa hivyo tuambie wale marafiki zetu ambao wanawashawashwa na economic empowerment programs. First, the economic empowerment programs we have embarked on. We are not spending a single shilling from public coffers. It is our effort with our friends, our business friends, our friends from even across the region to empower our people as we promised in our manifesto. So that as a government using public resources, deploys public resources in the building of markets, economic stimulus markets, modern markets, affordable housing, construction of roads, to join those markets to our urban centers and our rural areas, to get our produce to those markets. We also empower the traders who will become shop and stall owners in those markets, and mama mbogas, boda riders who will become homeowners in the affordable housing projects that the government of Kenya is building. Sasa wale ambao hawakuelewa, wewe ulikuwa na nafasi wakati ulikuwa serikali. Haukutumia nafasi yako kuwaelimisha Wakenya vile wanaweza kujiinua kimaisha. Uliingia kwa ofisi ya serikali kujiinua wewe mwenyewe. Wakati engineer Sudi anainua watu wake, unamkasirikia. Unamkasirikia nini? Iko haja kukasirikia Oscar Sudi? Iko haja kukasirikia William Ruto ati amekusanya timu yake tufanye economic empowerment? Iko haja? Ndio tunaambia wale marafiki zetu. Na unajua mimi nimewaangalia vile wanatembea hiyo wanaume. Ati nasikia hao ndio watashindana na William Ruto 2027. Hapo mnaona mtu wa kushindana na William Ruto kweli? Si hao ni watu hata tukiachia huyu engineer atawanyorosha asubuhi mapema. Ama mnaona kama yule wa Munyonyi anaweza shindana na engineer? Na Kalonzo anaweza shindana na engineer? Si huyu atawanyorosha asubuhi? Na wakiachiwa William Ruto je? Wakiachiwa William Ruto, sisi mnasema tuendelee kushikilia William Ruto ama tufanye nini? Tushikilie yeye, tuendelee na economic empowerment. Yes, ili wajue yale mambo yote tulisema wakati wa campaign hayakuwa mzaha, hayakuwa maneno matupu. Tuliongea mambo ya bottom up, tukaongea mambo ya mama mboga, tukaongea mambo ya wachuuzi wadogo, wale wanauza smoky, wale wanauza chips kwa barabara. Si ndio hawa sasa Oscar Sudi amepangia biashara hapa? Hayo mambo tuliongea, pia tukayaweka kwa manifesto ya Kenya Kwanza.
na tukaweka mpango wa vile tutafanya hiyo kazi. Tukaambia rais, wewe shughulika na ujenzi wa manyumba, shughulika na ujenzi wa mabarabara, shughulika na ujenzi wa masoko. Ukifika mahali hizo soko zikisonga, na sisi tuanze economic empowerment ya kutayarisha wafanyi wa biashara ambao wataingia kwa hizo masoko. So wale ambao hawaelewi, wale ambao wanafikiria hii economic empowerment ndio itakuwa chanzo ya kugawanya Wakenya kwa misingi ya ukabila, kwa misingi ya sehemu ambazo wanatoka, tuwaambie shetani afanye nini? Shetani afanye nini? Shetani ashindwe. Yule shetani ambaye anatuletea siasa ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ya hasira mingi. Mmeona wengine kwa hasira mingi wameanza kutukumbusha siasa tulizotoka. Na mnakumbuka mwaka wa 2022 tulitembea hapa na William Ruto, na wale walikuwa wameanza hapa Madharo kuchochea watu, tukasema liwe liwalo, hakuna siku nyingine jamii hapa Bonde la Ufa watapigana sababu ya siasa. Tulisema hayo, hatukusema. Tukasema siasa ya 2022 ndio itakomesha siasa za ukabila na migawanyiko kwa misingi ya ukabila Kenya. Na sisi wote wa Kenya kutoka kona zote za Kenya walipiga kura pande ya Azimio, wengine wakapiga pande ya Kenya Kwanza, na wakati tumeshika hatamu ya uongozi ndio rais amesema hata serikali wale ambao hawakumpigia kura pia ni wa Kenya wajihisi wako Kenya na wawe kwa serikali ya broad base. Si ndio hiyo? Sasa unaona wengine wanataka waturudishe nyuma. Wanaanza kutuambia ati ile maafa wa Kenya walipata 2007 2008. Wakiwemo watu wetu ambao wako hapa Eldoret na Wakenya wengine huko Naivasha, Kisumu, Bungoma, kila mahali Wakenya wakapata maafa. Wewe ukiwa kiongozi ama ukijifanya kiongozi sababu wewe sio kiongozi, unaambia Wakenya ati ile maafa ya 2007 2008 ilikuwa kama Christmas party. Shame on you. Shame on you. Kama unaweza kusherehekea maafa ya Wakenya, useme ile ni kama karamu ya Krismasi. Eti Wakenya 2027 wajitayarishe maafa zaidi, usipotangazwa mshindi. Wewe utashinda, ushinde nani? Kama umeshindwa, wacha hiyo mnasema. Wewe umeshindwa half term, umeenda quarter term. Wewe ni mtu wa kuambia watu sijui term? Au ni watu wa kuambia watu terms? So tunataka tuambie tukiwa hapa Eldoret, Wakenya, siasa ya ukabila, siasa ya uchochezi, hizo hasira mko nazo, huo uchochezi mko nao. Siasa kama hizo Wakenya waliweka nyuma yao. Sasa wamesema tutaungana wote, wewe uwe Mkikuyu, uwe Mkale, uwe Mluya, uwe Mjaluo, uwe Mturukana, wewe ni Mkenya kama Mkenya yule mwingine. Kweli si kweli? Tuendelee namna hiyo. So Mheshimiwa Sudi, sisi tumekuja vile wewe huwa unatembea na sisi. Huyu Sudi hajaanzia hapa Kapseret. Tulianza na yeye huko Kiambu constituency, Kiambu County. First empowerment tukianza hii shughuli, tulianza na huyu Oscar Sudi. Na tukasema tutatembea na yeye Kenya mzima na tutakuja Kapseret. Kisha tutembee kwingine, tuende kwa wengine. Hata sasa tukitoka hapa tunaenda Machakos town, sababu hata watu ya Machakos ni Wakenya kama Wakenya wengine. Kweli si kweli? Tuende tuwafanyie empowerment. Na ndio mimi nauliza wale wanaenda kuchochea watu Machakos, sijui na Makueni, sijui wanataka waje hapa wachochee nyinyi na mambo ya ukabila. Wakija tuwaulize agenda yenu ni gani? Sisi tumesema agenda yetu na program yetu ni ya bottom up economic transformation agenda ama BITA, ambayo tunatekeleza kupitia serikali na marafiki zetu kwa mambo kama ya empowerment. Wale pia watuambia agenda yao ni gani, sababu nimesikia wakiulizwa agenda yenu ni gani wanasema William Ruto.
William Ruto hawezi kuwa agenda ya Kenya. William Ruto ni rais wa Kenya. Na mimi nikiangalia vile wanatembea bila plan, bila candidate, bila agenda, 2027 nyinyi mnaonaje? 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 Ni kazi bila breaks. Na 10 bila breaks. Tuendelee tusiendelee? Na mimi niwaambie, si iko watu wa Mlima Kenya hapa? Si muko? Mwekuwa kana mutire kuo. Mwekuwa. Mbusiuziwe uoga. Ile Mlima Kenya sio mali ya mwanaume mmoja. Sisi wote tumezaliwa Mlima Kenya. Na watu wa Mlima Kenya sio wajinga. Hawawezi kufuata mtu ambaye hakuna mahali anawapeleka. Wanajua mahali serikali iko, wanajua mahali itakuwa, na hatuwezi kutoka kwa serikali. Hii serikali ya William Ruto ni yetu pia, na tutakaa hapo ndani kabisa. Kapseret mtakuwa ndani. Tusonge pamoja. So nikirudi Nairobi niambie watu wa Nairobi na Machakos, Kapseret na Uasin Gishu mko ndani. Munasema ni kazi bila breaks. 10 bila breaks. Ni 2 term. 2 term. Hata mimi niko hapo. Si huyu amepata 2 term. Mukaongezea yeye 3rd term. Akafanya 2 term na serikali ya Uhuru Kenyatta, si ndio? Sasa hii ya William Ruto, si mnaona anafaa apate 2 term ya William Ruto? Aendelee asiendelee? Aendelee kuunganisha mawaya? Engineer, asanteni sana. Naomba sasa, sababu wewe unajua mahali tunaenda, tukitembea, tuliongea na Rais William Ruto, si ni mtoto wenyu hapa, lakini sasa ni wa Kenya mzima, na tukamwambia tunakuja kusaidiana na engineer, kisha tuende Machakos. Na pia yeye ameniambia niwaletee salamu. Umepokea salamu ya rais? Mmepokea salamu yake? Na amenituma na mchango yake ambayo iko hapa. Amenituma itakaa tu pale. Mchango ya mheshimiwa rais iko hapa ya shilingi milioni 2, 2 million shillings. Pia niko pewa tu hapo. Niko na ingine ya mheshimiwa Aaron Cheruiyot, si mnajua leader of majority kwa nyuma wa hapa jirani Kericho. Amenituma na nusu milioni, 500,000 shillings. Pia tuko na kijana mwingine wenyu hapa ambaye anasaidiana kazi na rais, anaitwa Faruk Kibet, na yeye amenituma na 300,000. Hiyo ni pesa ngapi? 2.8. Na si mimi mnajua ni mtu ya mkono ya rais. Hata wakinipigia kelele, hata saa ingine nasikia wananiita yule mtu mjinga, nasemanga ati huyu ni bibi ya Ruto. Sasa mimi nawauliza, si afadhali nikuwe mtu ya rais kuliko kufuata mtu mjinga? Mimi mnataka nifuate rais ama mtu mjinga? Nifuate rais ama mtu mjinga? Nikae na rais, nikuwe mtu yake ya mkono? Si ndio siku ingine tupangane na engineer, aunganishe waya, aunganishe na John Buddy, tujipange hapo mbele? Si namna hiyo? Sasa mimi mtu ya mkono ya rais, na mimi nimewaletea shilingi milioni 1. Na sababu niko na marafiki wengine ambao wako hapa, niko na mheshimiwa Sabina na tunaondoka na yeye. Niko na mheshimiwa Mombi, tutaondoka na yeye, na mheshimiwa Mama Betty Esawa. Anaitwa Betty Esawa, si yako sawa? Sasa hawa ni bibi na bwana, mnajua hivyo? Husband and wife. Na sio watu hivi hivi, wote wawili ni wabunge wa kuchaguliwa. Huyu amechaguliwa mama wa kaunti ya Murang'a, huyu ndiye mbunge ya Mathira huko Nyeri. Na hao watu wa Mathira ni watu wazuri sana. Hata wamenipea bibi. Wamenipea bibi kutoka Mathira. Sasa yule nasikianga akinitukana huko,
na ni mzee wa hapo tu Mathera, na huyu kijana ni wa Mathera, na ni watu wazuri. Wametuletea shilingi nusu milioni, sio ni 4.3 million. Sabina Shege na yeye ametuletea 200,000. So yote hiyo tuko na 4.5 million. Tuendelee tusiendelee? Turudi siku ingine? Turudi 2027 ama hapo mbele? Hapa katikati? Na 2027 tukirudi tukinyeshewa mtatupea mwavuli? Kura mtapea William Ruto? Na huyu engineer mtapea yeye? Hii ni sure bet. William Ruto ni sure bet. So niende niambie wale wanaume wanapiga kelele huko waendelee na kelele. Waendelee na uchochezi. Waendelee na ukabila. Waendelee na hasira zao. Sisi tuendelee na two term, na kazi bila breaks, na empowerment. Kongoi Mising. Asante sana. Aya, wala bakji chungwa ini. Ongen mana na bajiji? Ongen jiji kumye? Kingo len golle kotelel kabisa. Ako telelat kabisa gora kujito hivi nye. Nguga yake sige jingi jebese na bakawali. Sugonyo nana ne. Wala bakji ne iwao. Tumesema asante sana ichingwa. Iko mwenye ako tayari? Iko mwenye ako tayari? Unajua Zudi anafikiria sielewi. Si anauliza ati nitafute bibi area hii. Huyu ndiye ameniangusha. Nilimwambia nitafutie shamba, bibi nitajitafutia, amezuba. Siaunganisha waya. Nipate mahali ya kuweka bibi. Unajua namwambianga mimi huwezi nisengenya. Mama yangu amezaliwa hapa Kipchamo hapa Nandi Hills. Baba yangu amezaliwa Kipkelion. Sasa utanisengenya nini? Wewe panga shamba, hiyo nyingine nitajipangia. Hata nimeangalia hapa nimeona wangapi. Waine. Kitabu ufike kwa ndege utaona namba kwa simu yako. Bas. Nataka MCS wetu wote waje hapa. MCS kujeni hapa. MCS wetu wote kuja hapa. MCS wako wapi? Kujeni. Kama unajua ni MCA kutoka kona yote kuja. Kujeni hapa. Ndio tuendeshe hii program maraka kwa sababu tuko na wageni wengi. Haya. Achana na hii umbrella yako wewe. Haya, leta hiyo pia. Pakaso, amaja ya bibi. Stai kelele. Taka kila mtu anyamaze. Hawa ni MCS wetu. Kutoka county na kutoka nje ya county. Na ni marafiki yangu. Mpigia hawa makofi jameni. Nataka tu kila mtu aseme tu jina. Sio sawa? Jina tu. Huyu jamaa anataka pikipiki yake aende nyumbani. Haya, tuanzie hapa. Asante sana engineer. Mimi naitwa Mheshimiwa Frederick Washika Watitwa aka Zima Kelele Washa Maendeleo kama engineer nafanya hapa. MCA wa UDA kutoka Kakamega County, Matungu Sub County, Mayoni 001. Na nimeanza kuwa engineer 002 wa Kakamega. Asante sana. Orabaki, kazi kwa kuti orabaki. Kapsetoye. Sauti iko chini. Kapsetoye. Zudi hoye. Naitwa Mheshimiwa Isaac Samoe Chepkulei, MCA wa Zingishu, Kapsaos Ward, Tarbo Sub County. Asanteni. Worship. Nganeza mic. Shik. Wa Kapsaret Chamge. Mimi naitwa Honorable Lucy kutoka kule Kirinyaga. Mnajua kule kwa minji. Huko ndiko nimetoka. Mungu awabariki. Wana Kapsereta mjambo.
Mimi naitwa Mheshimiwa Gilbert Lagat kutoka ward ya Kiplombe kule Tarbo. Asanteni. Habari zenu watu wa Kapseret. Mko salama? Lakini mimi nimefika hapa, mnaona niko soko kweli? Aki mwenye ananitaka inue mkono juu. Mimi ni Mheshimiwa Milly Keru kutoka kule Kisii. Mnapenda wa Kisii? Sisi tunawapenda sana, na huyu ni semeti yetu. Si unaona alichagua watu? Asante sana. Habari zenu nyote. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Virginia Waitherero Kang'ethe, Mheshimiwa wa UDA kutoka Lang'ata, Nairobi. Watu wa Kapseret hamjambo? Hamjambo tena. Naitwa Gerard Kiblagat Koech, nominated MCA hapo Uasin Gishu, na represent vijana na natoka Tarbo sub county. Asante. Bwana Yesu, watu wa Kapseret. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Kapseret. Uasin Gishu County. Barikiwe. Bwana Yesu asifiwe, wana Kapseret. Wamama mpo? Asante sana mkarabati wetu wa hapa Kapseret. Kilen muren nget ke sop kongoi. Wana Kapseret hoye. Wamama mboga hoye. Boda boda hoye. Jina langu ni jinsia katika bunge letu la County Assembly. Mimi ni mheshimiwa mteule. Asante sana. Bwana asifiwe. Mimi ni 31 ya watu walemavu. Mbarikiwe sana. Kwa jina naitwa Mary Goreti, msichana wa Boroswa. Mulete maendeleo kama hii kule Kipsomba. Asante. Uasin Gishu, hamjambo. Mimi kwa majina naitwa Mheshimiwa Robert Kering. Vile vile mimi nawakilisha watu walio na mahitaji maalum tukiwa na Mheshimiwa Regina katika County Assembly ya Uasin Gishu. Mimi natoka Tarbo constituency, Tapsakoi ward, Sukai location. Kwa kweli watu wa Kapseret hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Muriaga. Mimi ni Tabitha Wamboi, natoka KSS, nominated through UDA party, na Mungu awabariki. Asante sana. Wana Kapseret oye. Asante sana. Kwa jina naitwa Julius Songok. Mimi ni MCA kutoka kule Tulwet Yat KSS. Nimekuja kuungana na nyinyi kwa kazi mzuri ambaye Mheshimiwa Oscar Sudi amewaandalia. God bless you so much. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa David Piwot Keitany, wengi wananijua. Ninatoka upande wa Moipen na wakilisha ward ambaye inaitwa Sergoit ward. Mungu awabariki. Wana Kapseret hoye. Natoka wadi ya Busali. Mheshimiwa wetu Sudi, nataka nikutume kwa Mheshimiwa Rais. Waambie Mheshimiwa Rais, wamama wa mashinani wanasema ni KBB 10 bila break. Siniiba wana Kapseret. Nataka niwafahamishe ya kwamba wakati tulipiga campaign tulisema ya kwamba bottom up
na bottom up ndio hii saa hii. Tafadhali wa mama, wazee kwa vijana, tushikilie serikali tuende mbele na turejeste na SHA ili watoto wetu na wazee wetu na wamama wetu waendelee kupata matibabu. Asanteni sana, mbarikiwe watu wa Kapseret. Bwana asifiwe wa munebi Kapseret. Ongigatke. Onager makofi chebo Oscar Sudi. Engainuti kiuge kegurena Nelly Chepkemo awayabu Narok County awamache alenchi mheshimiwa engineer pongezi kwa kazi agongeza boten serikalitab Kenya Kwanza government ngoberurok choba. Asante sana. Chamgei Kapseret. Chamgei. Ogati taek agotai taek. Mimi naitwa Mheshimiwa Samuel Sawe, Mheshimiwa kule Kamagut. Asante. Asante sana Bwana Kapseret. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Richard Kering ambaye ni mwakilishi ward hapa Kapseret Sub County ambaye ni Ngeria ward. Asante sana mheshimiwa kwa haya. Asante. Yes sir. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusalamiane kidogo. Jina langu ni Kimeli Kimayo, natoka Moi's Bridge. Huko ndio mheshimiwa alikuja kutuokoa wakati moto ilikuwa imetusumbua. Asante sana mheshimiwa. Na nikuombe usisahau ulisema mwezi wa sana. Ngoi. Habari zenu? Naitwa Julian Ongare Njiri kutoka Murang'a County. Asanteni kwa kutukaribisha huko. Haya. Utabi na ngam sige wale ne kai. Haya. Asante sana. Naitwa Mheshimiwa Chogo Utienda Abdalla kutoka Vihiga. Engineer, tunakupongeza sana. Tumekuja na mama Velma, ikifika hiyo wakati tutapeana mchango wetu. Asante sana. Watu wa Kapseret chamge tena. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Evelyn Tirop Chesh, nominated MCA hapa Wasingishu kutoka Tarbo Sub County Tapsagoi Ward. So venye wageni wamefika sisi tunasema 10 bila. Alafu Mount Kenya watatuambia 2 term. Asanteni. Aya wana Kapseret mjambo. Mimi ni David Leting Kokwas, MCA Kipkenya Ward. Wana Kapseret hamjambo. Ni baridi ama ni nini? Hamjambo. Asante sana kwa majina. Mimi ninaitwa Sara Malel. Mimi ni MCA wa Kimumu kutoka Moiben Sub County na naibu wa speaker katika county hii. Nasema pongezi engineer kwa kusupport hustlers hapa mashinani. Asante. Kapseret hoye! Kapseret hoye! Bwana Yesu asifiwe! Assalamu alaikum! Asanteni sana. Majina yangu ni Edwin Kosgei Koech. Mimi ni MCA kule Trans Nzoia na pia kiongozi wa wengi. Leo niko na jambo moja tu. Kwa sababu viongozi wa serikali wako hapa. Kuna watu huwa wanaumiza watoto wa hawa wazazi. Jumatatu, Jumanne, Jumatano wako kwa barabara wanawatuma nyumbani waende watafute school fees. Pia hapa Kapseret iko hivyo? Pia hapa Kapseret iko hivyo? Kwa hivyo ningependa kuomba walimu wakuu, masomo ya Kenya primary and secondary day school are free. Hii mambo ya kutuma watoto wa hawa wazazi waende nyumbani walete pesa ya maharagwe na mahindi ikome hapa siku ya leo. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Si niko nyumbani. Asanteni. Niko nyumbani leo, tunakaribisha wageni. Mimi huwa nasema Kebene is the tallest MCA in the Republic of Kenya, East and Central Africa, South of Sahara, North of Limpopo. Angalieni hao watu wamesimama hapa. Nani ni mtu mrefu? Asante sana mheshimiwa. Majority. Watu wa Kapseret mjambo.
Kapseret ya mjambo. Kule Vihiga tunasema mrembe. Mrembe. Musangarire. Ni asanti sana Mheshimiwa Sudi. Sisi tunasema kule Vihiga tuko under ma DVD, tunasema 10 bila 10 bila. Na yule mheshimiwa ambaye anapenda kupeleka MCS wa mama kwa kahawa tunasema ashi. Kuna yule mheshimiwa anatembea na wa Munyoro anapenda kupeleka wamama warembo kama sisi kwa kahawa. Sisi tunasema tupelekwe lodging, tupelekwe kule Serena, si kahawa, si ndio? Mbarikie kwa hayo. Naitwa Kaisha Vena nikiwa MCA Vihiga. Pia hapa kama kuna mtu singo, msinipeleke kwa kahawa, munipeleke mahali pazuri. Mbarikiwe. Sio sisi wote. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Ongeikatke kole Bwana Yesu asifiwe. Kigurna Mheshimiwa Cheptuget MCA na Banandils. Limba Nandil kelen Cheptuget kele Mungu taret chito. Cheptuget Mungu. Mungu. Ongemwa komye Mungu. Ngotaretos ka Mungu. Ngotaretos ka Mungu. Ongemwa gotaret President Mungu. Takebetamisha kata inye. Kimeche kelejin kongoi Mheshimiwa Oscar Sudi ngasi na kararan nakayai kanyon kata meng'ik chuk chebo Nandils ak kesom kityo bororienyo nebo kalenjin kele lazima kebetamisha aeng chelibwoben machek chemakitare tumwek. Kitare tumwek ak kebendi taman chekikopangan arap Ruto. Katobongoni ako kashangar ndemuche ketare kale kanyikikochi injinia kochopchopchi akine sikebetai. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu na atubariki. Negala Cheptuget Mungu. Iye ingebendi campaign Nandils ko kalal Cheptuget. Hasa kolen Mungu kolen biik toret chito alaji kianyun kane koroi. Aya, watu wa Kapseret hamjambo. Hamjambo tena. Kapseret hoye. Kapseret hoye. Oscar Sudi hoye. Oscar Sudi hoye. Mimi naitwa Kiruga Dhuku. Mimi ni MCA pale Udhaya. Pahali naitwa Chinga. Alafu rais ameniteua kusimamia hawa MCA wote wa chama yetu ya UDA kama chairperson wa UDA MCA caucus na nawalipresent pale kwa NEC. Mimi sitaki niseme mambo mengi, lakini sisi kama MCAs wa chama ya UDA tunaunga mkono kwa hali na mali hii empowerment, na vile rais wetu amesema ya kwamba it's a time tuongee mambo ya wananchi kwanza, tuache kuongea viongozi. Na sisi tuseme vile mmeona tumekuja kutoka
5,000. Mheshimiwa Shah 5,000. Mheshimiwa Cheptuget Oretito 10,000. Aya, Mheshimiwa kutoka Ngeria Arab Kering 5,000. Aya, Mheshimiwa anaitwa Waboi na Robert 10,000. Asante sana. Mheshimiwa Virginia, oyo robo kila kwani kongoi mheshimiwa. Kutoka na umeombewa mzee. Sijui wanaombea wazee. Haya, mheshimiwa kutoka Lang'ata 30,000. Haya, mheshimiwa deputy speaker wetu Makoga Sara Malelis. Hao kasika ine Sara Maleli. Deputy speaker Nebunu Kimumu 20,000. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa Bishop 20,000. Mheshimiwa Evelyn Tirop 10,000. Mheshimiwa kutoka Kirinyaga 10,000. Rafiki mzuri wa engineer. Haya, majority leader mwenyewe. Hali angene muzimi na tena mjimkoto. Majority leader. Ako bateri atiji pageni. Orawachi majority moja. 1,100. Kutoka kwa majority leader. Bas. Ngale jaga singoro bakita karane. Ongere ngale chemiwa na ngere kityo. Nguya moni report bichu. Sasa kwa sababu rafiki yangu Nyakuri na Kiborek wanaenda kazi zingine. Wacha nichukue nafasi hii ni mwalike Kiborek Ruben kutoka Mogotio akija tusalamie. Sawa DJ, masani ile ya michuki. Engineer, daktari, professor, KRA, GXC, CRE, BBI, Oscar Kipchumba Sudi Mkarabati, wakaaji wa Kapseret na viongozi wote wakiongozwa na Sibuor Mang'ang'a, waziri wetu John Ng'ong'o Mbadi. Watu ya Kapseret hamjambo? Tusalimiane namna hii. Salala. Hii watu ni Kapseret ama mpaka Tarbo? Hao ni Kapseret peke yao? Na mumaacha nani nyumbani? Mumaacha ng'ombe peke yao? Hata hakuna mtu huruma? Langas hakuna mtu? Muko hapa wote? Sasa tumefika hapa siku ya leo sababu ya hii hafla empowerment na sababu ya urafiki yetu na mheshimiwa mbunge wenu Mkarabati Oscar Sudi. Ukiona viongozi wako hapa wote, mheshimiwa ameenda kuwasaidia kule kwao. Wakati amuoni hapa ndiye ameenda kusaidia hao viongozi, ndio viongozi pia tumefika hapa kurudisha mikono. Sababu huyu kiongozi wenu ni team player, ni mtu anafanya kazi na viongozi wengine na ni mtu anataka Kenya moja yenye haina ukabila, haina ubaguzi, haina madharau kwa mtu ya chini na haina chuki kwa mtu yeyote. So tuko hapa sababu ya hiyo heshima ya mjumbe wenu mheshimiwa Oscar Sudi, na tumekuja leo kufanya empowerment ndio tusongeshe Kenya, tutoe mtu bottom tukienda hapa. Sasa nataka niwaambieni watu ya Kapseret, asante sana, mmechagua huyu muungwana, mmemshikilia na pia hata yeye amewashikilia. Mheshimiwa engineer, hii empowerment yako imeenda group of schools. Nafikiri ni benchmark ya zile zingine zitakuwa zinafanywa tukisonga mbele. So mimi sina mengi, nataka tu niwaambie kwamba hii serikali yetu ya William Ruto ni serikali ambayo inajali ule mtu mwenye hako chini, inajali ule kijana anajituma, ule kijana mwenye hako hustle. Hii serikali inataka kupeleka pia wote tusonge mbele tukienda namna hiyo. Ya mwisho niwaambia kwamba ni wakati nilikuwa naingia, nilikuwa nasikia mheshimiwa Ishungwa alikuwa anasema hao watu hawaelewi mambo ya empowerment, hawaelewi mambo ya SHA, wale watu wakiongozwa na kina Kalonzo na Wamunyoro hawaelewi mambo ya empowerment, mambo ya SHA, mambo ya barabara. Ni ukweli
yale maneno yenye ile watu wanaelewa ni matusi na chuki na ukabila na kukosanisha watu. Ukitoa matusi kwa Gachagua, unabaki na Eugene Wamalwa. Bila hiyo matusi is another Eugene Wamalwa. Clueless, planless, radarless. He only spices his speeches with matusi na chuki na mauchungu mingi sana. Tulimuimpeach Rigathi Gachagua, mimi nikiwa mmoja wao nilimuimpeach mbio, lakini hivi karibuni opposition watamuimpeach tena, sababu is a very toxic human being. Ataimpeachiwa, mtu ya mwisho kumuimpeach Gachagua ni Dorcas. Dorcas na watoto watamuimpeach ndiye aendanga akienda, sababu is very toxic human being. Mali yako ni kuchokora watu, ni kuharibu watu na kujaribu kuuza mambo ya ukabila. Mtu anasema post election violence will look like Christmas party. We come from this Rift Valley ambayo ni nyumbani kwa Wakenya wote. Kule Baringo tuko na MC anaitwa Solomon Kuria. Yeye na hiyo mdomo yake mbaya anajua vile Solomon Kuria anaishi Kabarnet. He has to understand that hii Kenya ni ya watu wote, si ya watu wenye wako na unafiki ya kutaka kumwaga damu ya Wakenya sababu ya their personal self-centered interest. Wale wakora wengine wengi ambaye pia wanajaribu kuuza ukabila na chuki, tunataka kuambia there is no room for tribalism kwa hii Kenya yetu. Lazima tushikana, support Raila Odinga na tusonge mbele. And we want to encourage each and every leader penyako aongee lugha ya kuleta wa Kenya tukisonga mbele. Otherwise motozi juaziwasi kumungu ngina kile Gachagua mami olitej kileni kwa na moja kwa mukarabate Gachagua kimete wanakane na kile natembea miyu ya bartage arasa bunjine akane maige sopo kwa kuona miyu na jam ko wochwaje akomote mtu mwenye alikuwa anashika watu alitumia engineer askari ngapi, lakini yeye akiona NYS analia mwaka ya mwisho na alinyanyasa watu akiwa county commissioner. Lakini yote tisa lazima tuempower wa Kenya, lazima tusonge mbele, taifa ya Kenya iende mbele. Mambo ya SHA imeshika laini, housing imeshika laini, fertilizer imeshika laini, mabarabara imeshika laini, stima imeshika laini. Haki ya Mungu hakuna rais amefanya kazi kwa miaka 2 kuliko Rais William Ruto. Ukitoa ukabila na chuki, is the most hardworking and aggressive president we ever had in this Republic of Kenya. Nataka niwaambieni asanteni sana, big up Kapseret. Tutarudi siku nyingine tuseme mengi. Bwana Yesu awalinde na awabaki na Ruben Kibare. Bas, waja niende sasa straight mpaka kwa mwekezaji wa pesa ya chama ya UDA Nyakundi. Asante sana bwana DJ. Ndugu yangu, my brother Oscar Sudi, waziri wa fedha, governor, viongozi wenzangu na watu wa Kapsaret, hamjambo? Hamjambo tena? God is good and all the time. Asanti. My brother Oscar Sudi, mimi pia nimekuja hapa siku ya leo katika hafla hii ya kuwasaidia akina mama, vijana na wengine, kwa sababu huyu Oscar Sudi 1 month ago nilipokuwa na hafla kule kwangu, yeye pia alikuja. Na huyu Oscar Sudi pia nimekuja kwa sababu kama kuna mtu anajua kuunganisha mawaya ni huyu Oscar Sudi. Sasa mimi nimekuja hapa anifundishe kuunganisha mawaya. Kuunganisha najua, kitu sina ni mawaya. Kwa sababu yeye yake iko complete. Tumeenda empowerment nyingi, lakini mimi sijaona empowerment kama hii. Hii ndio waya yenyewe. Sasa mimi najua kuunganisha waya, ndio nataka anipatie niende nayo Kisii leo. Ya pili, mimi nimekuja hapa kwa sababu Oscar is a true friend. Oscar is a genuine person. Oscar ako na roho safi.
na Oscar ni mtu ambaye anatakia watu mema. That is the main reason mimi nimekuja hapa siku ya leo. Na huyu Oscar ni rafiki yangu ndio, lakini huyu Oscar anapenda kututishia sana. He's a good guy, lakini anapenda kututishia sana. Ukiona mimi niko hapa, Mbadi yako hapa, hii vitu yote ile ya budget tuko hapa kwa sababu yake. Kila kitu, barabara yote anataka ya hapa Kapseret. Anakuja huko kwa budget anasema wekeni pesa ya Kapseret. Anaenda kwa Mbadi anasema ikitolewa ndio utaona. Anakuja huko anasema mimi stima yote ya hapa Uasin Gishu weka. Nikikosa utaona. Anapitia kwa Mbadi anamwambia ikikosekana hapo ndo, ikitoka ndo mtaona. Barabara yote, stima, market, huyu mtu mimi nataka mrudishe hapa nyumbani. Nairobi anatusumbua sana. Urudisheni yeye hapa nyumbani akae hapa. Si arudi nyumbani? Arudi nyumbani. Akae Nairobi. Aendelee kutusumbua na kututishia. Alete barabara zote, stima yote, maji yote, pesa yote ya empowerment. Watu wa Kapseret. Na pia rais atishie pia rais. So sisi tunataka kushukuru, and that is the reason we are here today. Mimi sina mengi ya kusema. Mimi nataka kuambia watu wa Kapseret, vile serikali inafanya kazi. Nimesikia iko soko inaendelea hapa. Zile soko zinaendelea hapa, ndivyo Kenya mzima soko zingine 400 zinaendelea. Vile affordable housing inaendelea hapa, ndivyo affordable housing zinaendelea kila mahali Kenya hii. Na Wakenya shida yetu tunasahau haraka sana. Hii Kenya tulikuwa na shida ya chakula. Mheshimiwa William Ruto akasema tupunguze bei ya gharama ya fertilizer. Tukapunguza bei ya fertilizer, chakula kikakuwa ukingi. Saa hizi ya Kenya hakuna shida ya chakula. Hapa ukienda hapa kwa Waluya hapa Western, walikuwa na shida ya sukari. Kenya tulikuwa na shida ya sukari. We used to import a lot of sugar. Saa hii vile tunaongea, kwa sababu ya reform zile Mheshimiwa William Ruto aliweka, Kenya hii mwaka uliopita hatukuleta sukari hata tani moja. Lakini yo Kenya sisi tumesahau haraka sana. Huyu William Ruto ameweka reforms mpaka ile sekta ya kahawa. Bei ya kahawa ilikuwa shilingi 70. Saa hii bei ya kahawa iko 140, 150, 160. Hiyo kazi ya William Ruto hakuna mtu, kila mtu amesahau. Mimi nawaomba Wakenya wote mahali mpo, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Ile maneno ya wale watu wengine mimi nawaomba msiwasikie, kwa sababu wale watu hawawezi kuja hapa hata kufanya empowerment. Kazi yao ni porojo, mdomo, kelele, a very disorganized group. Yule mmoja is an impeached deputy president. The other one is a sacked secretary general. The other one is a fired cabinet secretary. Sasa wale watu wanaweza shindana na William Ruto? William amepanga barabara, amepanga stima, amepanga maji, amepanga affordable housing, amepanga SHA. Wale watu wengine hakuna kitu, ni kelele tupu. Nyinyi wangapi mtaunga Mheshimiwa William Ruto term yake ya pili? Tutaungana na William Ruto, tupeleke yeye mbele, amalize term yake ya pili, aunganishe Kenya pamoja na Oscar Sudi. Wangapi wanasema William Ruto 2 term? So mimi kama treasurer wa chama cha UDA, unajua UDA ndio ilianza na hii maneno ya bottom. Sasa hiyo maneno ya bottom up, mimi pia nataka kuzindikisha nyinyi na shilingi 1,300, 300,000 Kenya shilingi. Asante sana treasurer wa chama. Na uchunga pesa yetu my friend. Hawa wako na safari ya kwenda Kisii. Kibora leta pesa yako muende Kisii. Alafu wana biashara marafiki yangu wote mko tayari mkuja hapa. Wote. Mkarabati nimetumanwa na rafiki yako anaitwa Nelson Koech Songo wa Belgut. Amesema niseme pole akufika, lakini ni rafiki ya engineer wa ile rafiki ya ndani
amenituma kutoka kule Kericho, amesema niwasalimie na niwaambie hakuna namna tuta mami namna watasta tunia kuna. Amenituma na shilingi 1,300. Na Kiborek ameweka kwa account shilingi 1,200. Hiyo inakuwa 500. Bas. Haya. Wanabiashara wote wakuje. Haya, ngoja. Eh? Haya. Umekuja haraka nani alikuita? Huyu jamaa ni rafiki yangu sana. Ametumwa na mheshimiwa Alima mwenye alikuwa amesoma Rafin na shilingi 1,100. Na pia Irene wa Bahati, ujumbe wa Bahati ametumana pia shilingi 1,100. Asante sana my friend. Wanabiashara wote kujeni hapa. Usisiasi kabisa. Mongalala, yani matko tuageji. Ango wewe wacha hiyo kichao kwanza. Ango tumora baje kisire ya kwa mbaya sana. Kisire gerani. Kenu nyo ya mienyu ya wadosi wote wakuje. Wadosi wakuje hapa. Wanabiashara wote wakuje hapa. Hata kama ni pesa mnatuletea simuharakishe, kwani mnataka kututisha? Marafiki wangu wote wakuje. Wakuje haraka. Sogeni mbele. Haya, wapi watu? Ngobo hapa usikuje. Wewe bobo. Tembea. Hata mawakili, kujeni wote. Haya. Umekuja wote? Tuendelee. Haya. Nataka nipatie tu watu wawili wawakilishe. Ama tuchukue pesa kwanza? Tuchukue pesa kwanza? Haya. Wamesema tuchukue pesa kwanza. Nyinyi tutakutana na nyinyi leo. Haya. Tuanzie kwa Jose. Jose Chepkilot mwenyewe shilingi 50,000. Mose jirani shilingi 50,000. Jirani hapa Arab Sisi shilingi 1,100. Saddam mtu wa South Africa shilingi 1,100. Willy kutoka hapa nyumbani jirani shilingi 10,000. Rafiki yangu sitaki kusema jina, shilingi 1,500. Huyu mtu mnajua shilingi 20,000. Sami shilingi 50,000. Songo shilingi 1,100. Devi shilingi 30,000. Chemeli mwenyewe kutoka Kapsabet shilingi 1,100. Plus total of sound na cover vera 150 akwe kutugule so total chair lady wa daughters of Zion
shilingi 1150. Hey, Fufusela, bodyguard yangu shilingi 1050. Kujeni namna hiyo. Tumefika wapi? Karibu tufike heavyweight. Haya. George, shilingi 10,000. Isaac, alikuwa bodyguard yangu zamani, shilingi 1,100. Bottom up. Yuri Fashion and Design, shilingi 1,200. Maraswa, shilingi 40,000. Nyakwamba kutoka Kisii, shilingi 50,000. Huyu jamaa Ben1 kutoka hapa jirani nyumbani, shilingi 1,100. Oh, Inga Royal Kings, shilingi 30,000. Engineer Mbai, rafiki yangu, shilingi 1,200. Huyu jamaa anatoka kule Taita Taveta, shilingi 10,000. Ken Kisumu Dala, marafiki yangu kutoka Kisumu Dala, shilingi 1,150. Humphrey Mchuma ni jamaa wangu sana, amenisaidia na maneno akatengele huko kwa ile nini yetu ya Ngeria huko, shilingi 1,250. James Ogaga, rafiki yangu sana kutoka Kisumu Dala, shilingi 1,100. Mama wetu, mama wangu ametuletea shilingi 10,000. M-Pesa. Imepeleka ya mama. Haya. Ifa, rafiki yangu sana, shilingi 1,000,000. Chairman Gibrop, mtu wangu wa mkono, shilingi 1,500. Ngumora waje, waje bijuta sana ne. Huyu mtu mrefu, sarasar, arne negoi ni. Ngoro ite, na ugole. Lain magana mega swag ni ta. Ametuletea shilingi 10,000. Haya, ongea mashambani. Bano. Absolute you. Ametuletea shilingi 1,000,000. Asante sana my brother. Sudano iko pale. Hawa, hii ni familia moja hii. Na ni marafiki yangu sana. Mliona pale nilikuwa nimeenda kufanya harambee ya kanisa huko Kithunguri. Mr. and Mrs. wametuletea shilingi 1,500. Kitau, nimeshukuru sana. Mtu ya dollars. Wewe nani Manu, leta 1,100 hapo nisaidie hii mtu. Kaa kando kwanza. Hata kando kidogo. Unaleta dollars na upatia watu wa dollars wafai. Haya, Kilibate naye. Huyu jamaa ni mtu wangu wa nguvu sana. Shilingi 1,150. Mandela Toyoi, shilingi 10,000. Jeff kutoka Kisumu Dala, shilingi 1,150. Haya, huyu mtu wa Mount Elgon anaitwa Evans, tutafanya kazi pia na yeye, shilingi 1,100. Huyu jamaa anaitwa Bobo kutoka Kisii, tayari tunafanya na yeye pia kazi, shilingi 1,100. Elijah rafiki yetu pia tunafanya kazi pamoja kwa Mombasa, shilingi 1,100. Mr. and Mrs. Huyu ni Mrs. Bobo. Ugira kwa nje ule nje staff kita ni.
Ogirita ni tata getu haina aone jibokon. Ametuletea shilingi 50,000. Asante sana. Huyu jamaa ni rafiki yangu, shilingi 50,000. Daktari. Haya, huyu ni mtu yangu ya mkono pia anaitwa Ndungu. Na Karis ule wa Kettle House. Ndungu shilingi 50,000 na Karis shilingi 50,000. Inakuwa shilingi 1,100. Peana kwa pesa pale. Daktari Dr. Maina shilingi 1,100. Gladys 10,000. Hawa ni asolas wangu. Chepkam, onge Chepkame? We. Pato tip-tipi, oi. Tomongongon senyo, ro. Chepkam, shilingi 10,000. Ako bishimedit. Haya, huyu mheshimiwa. Onge ni mheshimiwa ini? Sibora Kering. Miak timit kwa Daughters of Zion, lakini amesindikisha pia hawa na shilingi 50,000. Iwaita jina pesa. Huyu pia mtu wangu wa mkono. Barno, shilingi 50,000. Lowoi aliyekuwa majority leader. Siku hizi ni mdosi huko Nairobi. Ofisi yake iko pia hata kwa access ni shida. Shilingi 1,100. Dr. Kipkurgat mwenye alikuwa MD wetu hapa Rivertex. Sasa yako Kaimosi huko yeye ni mdosi. Shilingi 1,100. Makre kutoka Nairobi. Rafiki yangu sana. Shilingi 30,000. Wakili yenye samani nilikuwa nikishikwa anakuja kunitetea. Shilingi 50,000. Wangoro Mwangi shilingi 30,000. Wakili wakili wangu shilingi 30,000. Wakili pia wa hapa nyumbani Balangas shilingi 30,000. Murugor shilingi 20,000. Wakili shilingi 30,000. Huyu ni wakili wangu Elred. Wakili Njogu shilingi 30,000. My friend Terry shilingi 20,000. Dan ameweka 10 M-Pesa na 10,000 ingine 20,000. Comrade rafiki wangu shilingi 10,000 ananipenda bure. Chiwawa mtu yangu ya mkono shilingi 20,000. Kemboy 20,000. Na yeye 3,000 na kwa 23,000. Tena pale. Huyu pia tunafanya kazi naye kwa ofisi. Anaitwa Joyce. Wei. Matinyeji. So bishimedit. Joyce ametuletea shilingi 200,000. Umora baki la ushuta yani wale kwa yara mkono. Our director Chebogos mwenyewe ametusupport from 2013 mpaka sai shilingi 1,100. Okay Chebogos. Team ya ofisi yangu ya hapa Kapseret wakiongozwa na Amo na Gabyanga na hii timu yote shilingi 1,170. Asante sana. Wanasindikisha na 1,100. Good. Mzee wa mitaa wetu hapa anasindikisha na 1,100. Haya. Wewe yako hii. Uburu. Ongea blasikia na ile uburu. Nangwenda dilenda na 1 billion ngagaona. Ametuletea shilingi 200,000. Ya anafanya kwa ofisi yangu. Matata ongea matata. Ongea. Ametuletea pia ni pia wangu shilingi 200,000.
Tuendelee. Wakili, rafiki yangu sana, huyu wakili ametuletea pesa taslimu shilingi 800,000, 800,000. Luseno, asante sana my brother. Mtu wa mkono wa Mburu, Samuel Mburu kutoka Nakuru ametuletea shilingi 500,000, 500,000. Anamsindikisha na 30,000. Kanure, mheshimiwa wa Nakuru pia rafiki yangu amesindikisha na 30,000. Good. Sawa. Haya. Huyu mtu mnajua yeye? Mungu ni Bitok. Ure Edward Bitok. Ametuletea shilingi 500,000. Wayaje biyute? Ngumuro baji. Na rafiki yake Mwenyezi Mungu sema jina sana kutoka kule Nairobi ametupatia shilingi 500,000. Yote inakuwa shilingi 1,000,000. Asante sana. 20,000 huyu principal wetu wa Angeria TTI ametuletea 20,000. Akabe sugul TTI kiko boroka kwa karara na bokongu. Sota wenye kondoge mchere sana. Mjumbe mtarajiwa Kuresoi South. Mjumbe mtarajiwa Kuresoi South shilingi 1,000. Asante sana. Haya, Karo kuja. Ngoja utasala. Kwa hii kibanda, wewe mkae chini, wewe nani? Ambia watu wakae chini na mnyamazi. Hii VIP nyamazeni. Wewe nani? Kaa chini.
Mimi ni jirani yenyu. Nimefurahi kuwa hapa na nimehalikwa na Mheshimiwa Sudi. Kwanza kabisa niseme tumshukuru mwenyeji Mheshimiwa wetu Sudi kwa kuwaita hawa watu wote pamoja kuja kusaidiana kufanya maendeleo. Tunampenda, watu wa Vihiga tunampenda. Watu wa Vihiga mpo? Simameni penye mko. Mheshimiwa, tunapenda kucheza. Ungetupatia nafasi tucheze tu wimbo moja baada ya hii. Watu wa Vihiga tumekuja kwa wingi kwa sababu tunapenda mheshimiwa. Hii maendeleo anafanya ni kwa sababu ya ile roho safi yako nayo. Anapenda wamama, anapenda vijana kwa sababu anajua wako na nafasi ya kipekee kwa maendeleo. Na ukisaidia mama, umesaidia familia, umesaidia jamii, na umesaidia taifa kwa jumla. Mheshimiwa Sudi, tunakushukuru sana. Na sio hapa Kapseret peke yake penye anafanya maendeleo, amefanya kwa taifa mzima. Ni mtu wa watu wote, hana ubaguzi, tunampenda. Wacha niwaibie siri. Nilikuwa nimekuja kumuiba, tumpeleke kule Vihiga kwa sababu tumeona ile maendeleo anafanya. Tumekuja kufanya benchmarking, lakini nasema mheshimiwa, hii benchmarking ni ya hali ya juu. Na tunaomba tu tafadhali kuja grounds, utufundishe, utupatie hii hekima, hii wisdom, hii akili ya hali ya juu yenye uko nayo. Tafadhali unakaribishwa Vihiga, ukuje utufundishe namna ya kufanya hii maendeleo, empowerment ya hali ya juu. Nimesema asante sana. Mheshimiwa anasema nimpatie ile nimetembea nayo. Wamama, sisi pia tupo. Mimi pia ni mfanyabiashara tu kama nyinyi. Na nimetembea na kitu kidogo. Nataka watu wangu wanisindikize. Kabla sijasema ile niko nayo, watu wangu mko wapi? Nisindikize na ile mmeleta, ndio niseme ile nimekuja nayo. Hapa tuko na MCA, Mheshimiwa Chogo, peana ile umeleta. Tuko na Mheshimiwa Florence, peana ile umenisindikiza nayo. Tuko na haya, hii ni timu ya Vihiga. Amesindikisha 5,000. Kegode 5,000. Aziaya 5,000. Mzee mwenyewe 100,000. Agora baji bage. Yani ngondogi mwogot petu takage. Mheshimiwa Ndondo MCA 20,000. Marafiki Alfema 20,000. Alafu Felma mwenyewe. Mimi mwenyewe nimesema lazima nisimame na wamama. Yeah. Na nimependa hesabu yeye mwenyewe. Falma mwenyewe ametuletea shilingi 1,000,000. Good, nimeshukuru sana mama. Na nitalipisha. Mningoje huko Vihiga. Nitakuja hiyo Vihiga yenu. Wacha sasa nipatie mwenye alikuwa anawakilisha wanabiashara wote. Haya. Hey. Okay, kuna rafiki huyu anaitwa Mohamed, rafiki wa Sivan ametumana 1,100. Alafu ulete wewe nani? Haya. Mwakilishaji wa Mburu na wanabiashara wote na ni MCA. Sema kwa dakika moja. Asante engineer. Chamge Kapseret. Bye bye. Bas kiguren Duale. Abunu Nakuru, Welino Salga. Mnajua huko?
Bas, mimi nimetoka huko na nimekuja hapa kwa sababu ya bosi yangu anaitwa Samuel Mburu, amenituma hapa, ni rafiki ya engineer sana, akaniambia kwamba nihakikishe nimefika hapa siku ya leo ili niweze kumwakilisha. Mmepokea salamu yake? Nikirudi huko nimwambie nini? Sasa unajua nyinyi mnafaa kupigia Samuel Mburu makofi ndo nisifutwe kazi tafadhali. Si ndio? Haya, 1 2. Bas, Samuel Mburu amesikia penye yako, Duale yako kazi permanent. Si ndio? Ya mwisho mimi ningependa kuambia mimi natoka katika jamii ya Wasomali. Kipchumbari, si mnajua watu? Mimi natoka huko. Na sisi kama Northeastern watu wote, si mumesikia ile barabara inasema Kutulo, Gari, Wajia, Samatar, Modogashe mpaka Nairobi, ni huko kwetu. Na hiyo barabara inatengenezwa na nani? Kipchirchir, si ndio? Sasa sisi tuko kwa hiyo serikali na hatutoki. Na ya mwisho engineer, sisi tumeambiwa kwamba tunapatiwa ID. Sasa wale watu wajipange bwana. Sisi wa Somali tukipata ID, William saa 2:8. Kongoi, asante. Wacha kutisha watu wewe, Duale. Bas, wacha tuende moja kwa moja mpaka KCB Bank. Penye mimi ninapangika pesa yangu. Kuja useme Nyamu, umetuletea nini? Au mnatuenjoy? Aya, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa David Nyamu, mimi ndiye General Manager KCB. Engineer ni rafiki yetu na tumesema leo lazima tukuje tutembee na nyinyi watu wa Kapseret kwa hii safari. Yangu ni matatu. Ya kwanza ni kuhakikishia kama benki ya KCB tunafungua branch hapa Langas. Hiyo inakuja. Ya pili ndio tutembee na nyinyi kwa hii safari. Kama benki ya KCB tutaeka shilingi milioni 2 kwenyu, 2 million Kenya shillings. Ya tatu, nimeambia mheshimiwa wenu aende ajipange, atafute 2.5 million, na mimi kama KCB Foundation tutatoa 2.5 million, ikuwe 5 million ya kusomesha watoto katika TVETs. Si yangu imeisha? Ilikuwa mambo ya mata? Hiyo nyingine ya mwisho, mkipatiwa pesa muende mweka KCB, si ndio? Asanteni. Asante sana Mr. Nyamu. Huyu amekuwa rafiki yangu for a very long time. Akiwa Equity, akiwa wapi? Haya. Gifting. PS Korir. PS wetu wa lands. Water, sorry. Najua nimezoea Korir. Ametuletea shilingi 200,000. Cheriot rafiki yetu sana. Mwanabiashara rafiki ya Gifting na rafiki yangu. Shilingi 100,000. Na Gifting mwenyewe shilingi 100,000. Ngugire gele ndio mmoja wanabaja ndio watakwenda twala kiamagne. KCB amekaa chini. Sasa wacha tuende Mount Kenya alafu tuende Cooperative Bank. Haya. Ogen jiji. Ogen. Sige gurtu ya daga nuni sinyo komta hiyo ja wanete ngalega. Ametuletea pia yeye shilingi 5,000. Asante sana. Baitanyu. Haya. Mount Kenya University. Oya bidi. Agora baji kityo. Asante sana mheshimiwa. Jina langu ni Dr. Emily Ken Kirwok, Director Mount Kenya University. Sasa niko hapa kurepresent chairman wa Mount Kenya University ambaye ni rafiki sana wa mheshimiwa Sudi. Na yeye ametuma 3 million. Alafu tukiwa campus hapa Eldoret, sisi tumesupport na 200,000. So tunasema
tuko pamoja, tumekuja kuungana na nyinyi kuhakikisha mumesonga mbele. Kuingia hapa for empowerment. Tunajua mama atafaidika, baba atafaidika, bodaboda atafaidika. Na ikiendelea hivyo, hiyo ni kusema mtakuwa na nafasi ya kuweka chakula kwa mesa na pia mtakuwa na nafasi ya kulete wanafunzi Mount Kenya University. Na ninataka nichukue hii nafasi pia kusema asante kwa mheshimiwa kwa sababu kila mwaka tunapata cheki ya CDF ya wanafunzi wetu pale. Hiyo tunasema asante kubwa. So amaja lejago omutu lago kitinye programs che amege ak magishe kitindo lago ngosoman lago. Kwa hivyo tunasema ni asante. Tuko na program ingine yenye inasaidia sana vijana kwa wakati huu na nitapatia mwenzangu anene kwa dakika 2. Asante sana director Sudi na sisi sote. Kuna program ambayo Mount Kenya University iko nayo which is very interesting. Leo mheshimiwa, ile unafanya hapa leo ni empowerment. Na sisi tumekuja hapa pia empowerment. Na katika serikali ya William Ruto na yako mko na kitu inaitwa Better, ambaye pia nilisikia juzi Deputy President akisema ni kazi kwa ground, kazi mtandao na pia kazi majuu. Sisi kama Mount Kenya University tulichukua that with a very serious point of view. Tukaelekea kule Ujerumani, tukadevelop partnership na university in Germany ambayo inaitwa Hochschule Koblenz. Kile ambacho tunafanya ni kwamba tunapeleka mwanafunzi aende kule akaweza kusoma for free, no paying tuition fee. Courses ambayo mwanafunzi anaweza akachagua ni kama nursing, surgical assistance and medical technologies for radiology. Na mheshimiwa, mwanafunzi akienda kule Ujerumani kusoma, akiwa anasoma for free, pia tutamwattach na hospitali. Atakuwa akifanya kazi akisoma, na akifanya kazi atapata some monthly stipend, something that is enough to sustain mwanafunzi. Na pia tujaachia hapo mheshimiwa, mwanafunzi kutoka hapa Kenya, air ticket yake, visa yake inalipiwa na ile partnership ambayo sisi tuko nayo. So ningependa kuwakaribisha sana, na pia ningewaambia wale waheshimiwa ambao wako hapa, we are very much open for partnership so that we can assist our people and empower them. Maybe inaweza nikawaachia tu namba yangu ya simu ili kutoka hapa tutaweza kuengage them more. Mimi naitwa James Omukwa, natoka upande wa Baringo. Namba yangu ya simu ni 0719 707 829 0719 707-829. Karibu sana Mount Kenya University Eldoret campus where we unlock infinite possibilities. Asante sana. Kongoi mising. Asante sana. Mwesika wakasele kama Mount Kenya. Ana kasiro. Wakase. University na tunda ngalek tugul. Kala kon gitinye I kumi ngalek yundo. So ukiligei. Smooth bi kwaje. Sibyo iku bi kabwae ni. Haya. Nataka sasa niende kwa Cooperative Bank. Chemogos mwenyewe atawakilisha cooperative, atuambie. Basi asante sana mheshimiwa Sudi. Wakeni wetu ambao wako hapa kiongozwa na waziri wetu wa fedha Bwana Mbati, gavana wetu wa Uasin Gishu Bwana Chelili, na wale wote itifakati sote, all protocols observed. Mheshimiwa Sudi na wakaachi wa Kapseret na eneo ya Uasin Gishu ambao wamekuja hapa, amjambo. Kali ayi ngakile jakiro waje biju na utaptayana ogere taye kia kwa mtu wa mheshimiwa. Basi Mheshimiwa Sudi, kwanza kabla sijasema ya Cooperative Bank, nataka niseme yangu ya nyumbani. Nyinyi nyote mnajua ya kwamba hii kazi Mheshimiwa Sudi amefanya, tumekuwa kweli na empowerment. Hii kazi imeendelea katika Kenya yetu, lakini hii ni special of its own kind. This is the real empowerment. Kwa sababu vitu zote tumeona hapa, na hii sasa ni kuempower. I want to urge watu wa bodaboda, mkimalizana na bodaboda mfanye cooperative yenu, muingize pesa Cooperative Bank. Watu wa cooperatives ya maziwa, cooperatives yote, hata SACCOs ya magari, tafadhali hiyo sendi kidogo mkipata muingize Cooperative Bank,
we are you. Si tunasemanga hivyo. Otherwise, Mheshimiwa Sudi, this is a great milestone. Na sisi kama Cooperative Bank tumeungana na Mheshimiwa wetu Sudi na tayari tumeingiza milioni 3 ndani. Tuko pamoja 3 million na tutaendelea kufanya kazi pamoja. Otherwise, I want to wish you all well. Ni hayo tu nataka niseme tu Mheshimiwa Sudi, tuko pamoja. Tulianza na wewe 2013 na pato tunaendelea na wewe mpaka siku ile utasema basi. Hii maneno ya Mheshimiwa Head of State 10 pillar break. Na hata Sudi atapika huko. Thank you so much and God bless you all. Asante sana. Urabaji Cooperative Bank. Urabaji KCB. Wasa beju? Kala hii. Urabaji Cooperative Bank. Urabaji KCB. Urabaji Mount Kenya. Asante sana. Sasa tunaharakisha. Wacha nichukue pesa ya PS Modoni wa ELT. Ametumana shilingi 1,100. Ungeniambia sana? Ngoja mura tu si mtandao leni munge ni singoro live. Naitwa Salina Chelimo Cheruyot Wekesa. Asante. Ametus escort na shilingi 5,000. Asante sana. Na tutembea haraka sasa. Okay. Speaker wetu kutoka Elgeyo Marakwet. Kuja kwa dakika moja. Sasa tutumie dakika 20 ndio tuite Waziri Badi. Baada ya kazi nyingine huko mbele. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mimi naitwa Lawi Kibire, Speaker ya County ya Elgeyo Marakwet, na nimefika hapa kwa mwaliko wa Engineer Daktari Oscar Sudi tuweze kufanya kazi ya empowerment. Mheshimiwa Sudi, mimi hii maneno umefanya hapa ni mageni kule kwetu. Lakini nimekuja na Mwakenya ndio nichukue notes, ndio nikirudi pale tuweze kufanya vile mnafanya hapa Kapseret. Hapa Kapseret tunasema Oscar kazi bila, William Ruto 10 bila break. Mwisho, Mheshimiwa Sudi, mimi sio engineer, lakini nimenunua waya zangu.